Yes, msikilizaji, nikukaribishe sana kwenye simulizi ya mapacha. Sehemu ya kwanza tuliishia pale wale majambazi ambao wametumwa na Mabula pamoja na bibi Hana waende kumteka Neema. Baada ya Neema kukataa kutoka kwenye nyumba ya ndugu yao, Bi Asma, baada ya kufariki. Lakini sasa watekaji waliotumwa wameenda kumteka Happy badala ya Neema. Na wanajisifu kabisa kwamba mpango wao umeenda vizuri, lakini hawajui kwamba wamemtaka Happy badala ya Neema. Na wakati huo Jamali alimwacha Happy kwenye gari. Amerudi amekuta gari alipo na akajua labda Happy tu ameenda mahali atarudi, kwa alijiegesha mahali kwa lengo la kumsubiri. Basi nikukaribisha msikilizaji kujua ni kipi ambacho kitajiri kwa mapacha hawa wawili ambaye ni Neema pamoja na Happy. Karibu sana. Muda ulizidi kwenda sana. Ilipita nusu saa kabisa pasi na Happy kurudi. Jamal akafikiria ampigie simu, lakini cha ajabu iliita pasi na kupokelewa. Alianza kupata wasiwasi na kujaribu kutafuta watu walau awaulize, lakini kwa eneo alilokuwepo yeye hapakuwa na watu karibu. Ikabidi aanze kutembea kidogo kidogo huku akiangaza kushoto na kulia kama atamuona Happy. Wakati huo pia alikuwa akijaribu kumpigia simu Happy mara kwa mara pasi na mafanikio yoyote. Jamal alitembea sana. Akafika mahali ambapo gari lake lilitelekezwa. Alishangaa sana. Haraka alifungua mlango wa gari, lakini cha ajabu alikuta simu ya Happy ikiwa ndani ya gari. Akilini mwake akawaza huenda Happy amefika maeneo hayo akashuka, labda kuna kazi anataka kufanya. Sasa alijaribu kuangaza lakini palikuwa kimya. Baada ya muda mfupi kuona kimya, ikabidi amuulize kuna mtu ambaye alikuwa maeneo ya karibu na pale. Akamwambia, "Oya bro, habari yako?" Yule mtu akasema, "Safi bro, karibu." Akajibu, "Asante." "Eti umemwona msichana aliyeshuka kwenye lile gari pale ameelekea wapi?" Akajibiwa, Hapana sijamuona. Ila niliona wakishuka watu wawili wanaume wakiwa wamebeba kitu kwenye kitu kikubwa, wamekifunika, kisha wakapanda gari la pili." "Hapa unavyoniulizia ndo kama unanizindua. Huenda ule mzigo mkubwa ulikuwa ni mtu." Jamal pozi lilimuisha. Yaani mpaka ndoo yake ya mafuta alikuwa anatembea nayo akaiacha chini. Hakuwa tena na hamu ya mafuta kabisa. Akasema, hapana. Happy hapana." Akili ilimruka Jamal, hakujua cha kufanya. Alishaanza kuhisi hatari juu ya Happy. Giza mpaka liliingia Jamal akiwa hajui afanye nini. Aliamua kuondoka arudi nyumbani kwake. Nia yake ni akasikilizie kama Happy atarudi au la. Wakati huo Neema alikuwa akitoka ofisini ambapo siku hiyo alipata mwekezaji mpya. Mwekezaji huyo alijadiliana na kutaka kuongeza kitu kwamba kampuni hiyo iwe inakamua mafuta safi, wanaongeza na bidhaa nyingine ambayo itatumia brand hiyo hiyo. Binti alikuwa akiongozwa na Maliki kwa njia ya video call. Ndiye ambaye aliwapigia na kushiriki nao kwenye kikao mpaka walipomaliza. Alipotoka Neema moja kwa moja alirudi zake nyumbani. Alipofika alimkuta mamake Wema amekaa zake nje tu. Akamwambia, "He mama Neema wangu jamani. Mbona umekaa nje usiku huu vipi? Nimekuwekea wasichana wawili wa kazi mama yangu ili usiwe bored. Lakini mbona umekaa nje?" Mama akasema, "Acha tu Neema. Kwanza nashukuru kukuona umefika salama binti yangu. Maana kuna muda mwili wangu ulisisimka nikapata wasiwasi sana juu yako. Nashukuru kama umerudi salama mama yangu." Mamake Neema alizungumza hayo. Neema akasema, "Amina mama. Bila shaka ulipopata wasiwasi ukaniombea. Ndio maana nikaepushwa na matatizo. Nakupenda sana mama yangu. Kuna nuru imetuangazia, tumepata mwekezaji mpya. Kampuni sasa itatengeneza mafuta ya kupika, tambi za chakula, unga wa ngano, vyote kwa brandi yetu." Mama akamsifia sana pale. Sasa kutokana na kwamba Bi Wema ndiye mama mzazi wa Happy, ndio maana japo tatizo halikumkuta Neema, lakini kama mama mzazi ambaye alimzaa yule mtoto kutoka kwenye tumbo lake, alipata wasiwasi. Na hiyo ni kutokana na uchungu alionao kama mama halisi kabisa wa Happy. Japokuwa hakuna anayejua si Bi Wema kama ana mtoto mwingine wala Happy kwamba ana mama mwingine halisi, lakini ndio hivyo. Damu ni nzito sana kuliko maji. Siku ile ilipita vizuri kabisa. Siku iliyofuata asubuhi Mr. Tariq na mkeo waliamka
Walifika chuoni kwa Happy ambapo walitaka kujua binti yao yuko ama la. Hawakumwona nyumbani usiku kucha. Walikutana na rafiki yake Happy ambaye aliitwa Lydia. Na ndipo akawaambia kwamba hayupo, aliondoka akiwa na mpenzi wake. Wakamuuliza wewe mpenzi wake unapafahamu anapoishi? Akasema hapana. Ila watakuja chuo, huenda wameenda kulala pamoja. Alafu kiukweli Happy amebadilika sana siku hizi. Amekuwa kama kinyonga, yani simuelewi. Yani nahisi kama hayupo sawa. Kuna siku kabisa nimekutana naye hospitali. Akaniambia mama yake anaumwa, lakini cha ajabu kuja kumuuliza hali ya mama huku chuoni si akakataa. Kwa hiyo Happy siku hizi ni kama hayupo sawa kabisa. Hata hivyo muangalie sana. Wazazi ambaye ni Mr. Tariq akiwa na mkewe Bi Sabra walisikiliza kwa makini maelezo ya ule binti. Lakini wakapata mwanga kwamba huenda Happy kaenda kwa huyo mwanaume wake huyo. Walirudi mpaka kwenye gari, ndipo Mr. Tariq akawa anamfokea mkewe. Ulitaka mtoto nikapambana ukampata. Tena nimepambana kadiri niwezavyo kukupa furaha. Najua nilimpa maumivu sana mzazi halisi kwa ajili yako. Kweli nikakuletea mtoto. Ina maana umeshindwa kabisa kumlea? Umeshindwa kabisa kumpa malezi mazuri kama mama? Badala yake anaenda kulala na mabwana na simu hapokei. Kwa nini? Umeniumiza sana Sabra. Au kwa sababu haujamzaa wewe? Hauna uchungu naye, si ndio? Unaona ni bora aharibikiwe, si ndio? Sabra akasema hapana mume wangu, usiongee maneno kama hayo, ni makali, yananiumiza. Na usirudie kusema kwamba mimi sio mama wa Happy. Mimi ndiye mama yake mzazi, tafadhali. Naomba usiseme tena hiyo. Naweza kujidhuru kabisa. Nampenda Happy wangu, kwa nini nitamkie maneno makali kama hayo? Tariq alijua kama amekosea, akaomba msamaha. Basi wakiwa kwenye mazungumzo pale wakiendelea kuombana msamaha, simu ya Tariq iliita. Alipoangalia ilikuwa ni namba ya binti yake Happy. Alo Happy, uko wapi? Samahani baba, mimi sio Happy. Mimi ni Jamal na nipo hapa nyumbani kwenu. Binti yangu yuko wapi? Baba, naomba tuonane tuzungumze. Mr. Tariq haraka kabidi sasa wawashe gari na kuelekea mpaka nyumbani. Walimkuta Jamal. Jamal aliwaeleza kila kitu kilichotokea. Wazazi wake waliumia sana. Walikubaliana waende kwanza kituo cha polisi kuripoti, lakini walipofika mtuhumiwa wa kwanza alikamatwa alikuwa ni Jamal ili aweze kulisaidia jeshi la polisi kujua binti alipo. Bi Sabra nguvu zilimwisha, akawa ni mtu wa kulia tu. Huku Jamal naye machozi yakimtoka, na hata Tariq pia machozi yalikuwa yakimtoka kwa sababu mtoto ndiye huyo mmoja, mboni ya jicho. Alafu tena leo wanaambiwa kwamba amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Lakini ile siku jioni Jamal naye aliamua kujitambulisha polisi kwamba yeye ni mtoto wa Mheshimiwa Ali, na baada ya kujitambulisha alitoka pale polisi kwa dhamana tu ya jina la baba yake. Siku iliyofuata Mheshimiwa Ali pamoja na mkeo walifika Dar es Salaam kwa ajili ya hiyo kesi na kuonana na wazazi wa Happy. Kwanza, mmekosea sana kumweka mwanangu ndani. Isije kujirudia tena. Yaani hamtoamini kitakachotokea. Msimuhusishe mwanangu katika hiyo kesi yenu. Alizungumza Ali, ndipo Mr. Tariq naye akawa mkali. Unaongea nini? Unaongea kuhusu mtoto? Kwani mimi nimepotelewa na jiwe? Na mimi ni mtoto tena wa pekee, alikuwa pamoja na mwanao. Atahusika tu. Yaani sijali una cheo gani, ninachojali ni mwanangu apatikane kwanza. Tambo zilianza pale msikilizaji. Mmoja anasema mtajutia kumweka mwanangu ndani, mwingine analalamika kwamba aliyepotea pia ni mtoto. Kama ambavyo una uchungu na mtoto wako, na mimi pia na uchungu vile vile na mwanangu. Ali alipatwa na hasira. Alitaka kuzidisha ukali, lakini kijana wake Jamali akamzuia. Akamwambia kiukweli baba, sipo sawa. Yaani sitakuwa sawa mpaka apatikane binti wa watu. Wala usiwe mkali kabisa, kwa sababu ni ukweli. Mimi ndiye ambaye nilikuwa naye. Itakavyoamulika nipo tayari baba. Ali kuona hivyo wakaamua kuondoka pamoja na mkewe. Baada ya kuona Jamal hayupo pande wao, walitaka kutumia nguvu. Baada ya Mheshimiwa Ali kuondoka pale, Mr. Tariq alimwambia Jamal, nimependa. Umeonyesha kweli kwamba una mapenzi na binti yetu. Na ndio maana upo na sisi na upo tayari kwa lolote lile.
Sikuhukumu tena palipobaki. Kikubwa nitue kitu kimoja kwa ajili ya kumtafuta Happy. Akasema nashukuru baba kwa kunielewa. Siku zote umoja ni nguvu. Tumtangaze, tubandike picha zake, naamini tutampata tu. Walikubaliana hivyo. Baada ya siku 2 kupita, picha zilibandikwa na pia taarifa ilitolewa kwamba Happy Tariq anatafutwa, huku ikitangazwa dau nono sana kwa atakayempata. Wakati wa jioni Happy akiwa amefungwa sehemu asiyojua ni wapi, ndani ya siku 2 ya kupewa chakula. Siku hiyo alifika Bwana Mabula akiwa na sahani yenye chipsi. Akasema, Neema, ulijiona mjanja sana, si ndio? Sasa kwa hiari yako nipatie hati zote za dada yetu Bi Asma. Utatoa au utoi? Nikukumbushe tu, kama hautokubali sitakuacha, lazima tutakumaliza. Akamwambia hapana anko, mimi sio Neema, mimi ni Happy. Unanionea tu jamani. Mr. Mabula alicheka sana. Akamwambia mimi ni mjinga kwamba sikujui, si ndio? Sawa. Kula hizi chips alafu utasema tu ukweli. Mabula akampatia kile chakula Happy ambaye alikuwa na njaa. Kwa hiyo alikula kwa haraka sana. Wiki moja ilipita. Siku hiyo Neema akiwa zake kazini, alifika mfanyakazi wao mmoja. Akamwambia bosi, kiukweli kuna mambo siyaelewi. Mbona kuna picha ya binti anatafutwa ambaye anaitwa Happy? Na huyo Happy anafanana sana na wewe. Sisi tunaofanya kazi na wewe tunaona. Laiti ungekuwa unatembea kwa mguu, hata huko njiani ungeambiwa. Neema alishangaa. Akaomba kuona ile tangazo kwa sababu hakubahatika kuliona kutokana na ubize. Neema kuangalia, aliona ni kweli wanafanana kabisa. Lakini aligundua kwamba sio yeye. Kwa sababu anajijua hakuwahi kupiga picha kama ile na hakuwahi kuvaa nguo za namna ile. Akaendelea kuzungumza ule mfanyakazi, bosi, zimetangazwa milioni 5 kwa atakayempata. Naomba usinikoseshe hizo pesa bosi. Neema alitabasamu tu, akamtaka ule aondoke kwanza. Alibaki anajiuliza kwa sababu sio mara ya kwanza kuitwa ile jina la Happy. Alikumbuka siku ile alipokuwa hospitali aliitwa na binti Lydia, kwa hiyo aliendelea kushangaa sana. Akasema hapana. Huenda kuna kitu. Na huu ndio muda wa kujua kilichopo nyuma ya pazia. Nitakwenda kama huyo Happy na nijue nini kinaendelea. Mbona tumefanana sana? Alijisemea hayo Neema kwa sababu si mara ya kwanza kwake kuitwa Happy. Alitaka kujua sababu ni ipi. Na ndipo sasa akafanya maamuzi kwamba atakwenda ili kama kuna kitu nyuma ya pazia basi ajue. Neema alishirikiana na ule mfanyakazi wake, ndipo siku hiyo asubuhi binti aliungana na msichana yule. Wakaelekea mpaka kituo cha polisi kikubwa kilichotakiwa wafike kwa watakaompata huyo msichana. Kufika pale walipiga simu kwa Mr. Tariq na hata Jamal pia, kwa kuwa walikuwa pamoja wakiendelea kufuatilia maeneo mbalimbali nje ya mji pamoja na ndani ya mji. Ilibidi warudi mjini sasa katika kile kituo kikubwa kwa ajili ya kumuona huyo mtu. Walifika wakamkuta binti akiwa amekaa ndani kituoni. Kwanza walipigwa na butwa. Wakamwambia Happy. Walimkimbilia na kumkumbatia kwa furaha sana. Neema alinyamaza kimya akiwa anamtazama Jamali ambaye anamfahamu kabisa tangia kijijini aliyowahi kumuona. Basi polisi walianza kumjaji binti kujua alipokuwa, lakini alisema kwamba hakumbuki chochote. Zaidi tu alijikuta ametupwa nje. Na pia hata alipokuwa alisema kwamba hapakumbuki kabisa. Sasa kutokana na maelezo hayo walikubaliana wampeleke hospitali akafanywa uchunguzi. Na ndipo huko akabaini kwamba yupo salama kabisa. Safari ya kurudi nyumbani ilianza. Bi Sabra akiwa ni mwenye furaha kila wakati akiwa anambusu binti yake kwa kujua kwamba ni Happy. Walifika mpaka nyumbani, binti akaingia mpaka ndani sebuleni kabisa. Ilikuwa ni furaha imetawala pale. Jamali alifurahi akamkumbatia sana. Akamwambia Happy, umenitisha sana. Ulienda wapi? Yaani ulinipa hofu ujui tu. Neema akatabasamu tu, hakuongeza neno. Kwanza aliona achunguzi ajue siri ya yeye kuitwa Happy na siri ya wao kufanana namna ile ni nini. Bi Sabra alimtazama binti yake akaona hayupo sawa kabisa, akamwambia Happy, nenda kwanza chumbani kwako ukajimwagie maji, sawa? Neema sasa kuambiwa vile alibaki kimya kwa sababu hapajui hata huko chumbani kwake. Akamwambia mama, nahisi kuzunguzungu, naomba nisindikize.
Mama yake akasema haya sawa, twende mwanangu. Neema akaona atumie akili hiyo, akijua kwamba mama yake akimsindikiza basi atamuongoza mpaka chumbani na akapata kupajua. Kweli Bi Sabra akamshika binti yake huyo na kuelekea naye mpaka chumbani. Wakati huo Neema alikuwa akipangalia ndani ili aweze kukariri njia za hapo ndani. Alimfikisha mpaka chumbani pale akamweka, akamwambia mwanangu oga kisha upumzike. Sawa Happy binti yangu. Nadhani ukikaa sawa tutazungumza zaidi. Akasema sawa mama, asante na shukuru. Bi Sabra ndipo akatoka nje na kumwacha sasa Happy akiwa peke yake. Neema alipotazama chumbani pale akaona picha mbalimbali za Happy. Alisogelea picha moja baada ya nyingine huku akishangaa sana. Haya ni maajabu. Sasa si picha zangu kabisa hizi, lakini sasa nilipiga wakati gani na hizo nguo? Mbona sielewi? Alijiuliza sana, akaanza kukumbuka ilivyokuwa. Kipindi kile amepigwa risasi na watu wa Mheshimiwa Ali. Kumbukumbu zake hazikumkumbusha kama walao alipitia katika maisha haya. Hapana, niliokotwa tu na wasamaria wema na nikakaa huko na baadaye nikapelekwa Singida. Sasa iweje nikae tena hapa? Na wao pia wamenipokea kana kwamba kweli wananifahamu mimi ni binti yao. Hapana. Hapa kuna kitu kikubwa sana kimejificha na nataka kujua. Wa kwanza atakaye nijibu haya ni Jamali. Aniambie imekuwaje? Kama kuna kitu nimesahau basi anikumbushe. Sasa katika nguo ambazo alivaa alificha simu yake mahali. Aliitoa akampigia yule mfanyakazi wao. Akamwambia halo Hamisa. Yaani sikufichi. Nazidi kuchanganyikiwa. Kwanza pesa zako wamekupatia? Hamisa akasema ndio nimepewa. Nikawa naogopa kukupigia simu wasije kukushtukia. Haya niambie nizifanyie nini? Akamwambia utachukua 3 milioni, alafu 2 milioni mpelekee mama, mpatie za mahitaji yake. Na pale kazini simamieni vizuri. Kitakachoendelea msanijulisha. Sitokuwepo kwa siku 1 au 2. Kisha nitamalizana na huku alafu nitakuja. Hamisa akasema sawa, lakini hata mimi nimepata mawazo. Au Neema mmezaliwa mapacha? Neema akasema hata mimi nahisi hivyo. Maana sio kwa huu mfanano, ni uso wangu kabisa huo. Nahitaji kupata ushahidi kisha nirudi kwa mama na akanieleza ukweli wote. Na kingine nawaza ikitokea tuko mapacha, nani atakuwa mama yetu rasmi? Hapana. Suala la mapacha aliingia akilini. Mama angekuwa ameshaniambia, nahisi tumefanana tu. Hamisa akasema Neema usichukulie simple kiasi hicho. Usiukimbie ukweli. Wewe kama unavyosema chukua ushahidi kisha ukamuulize mama yako itajulikana tu. Neema akasema sawa. Tutazidi kuwasiliana. Nenda nyumbani kamtoe hofu mama, mwambie kwamba nina dharura ya kikazi kwa siku 2. Hamisa akasema sawa. Neema baada ya kumaliza kuzungumza na Hamisa aliingia bafuni akajimwagia maji. Alipomaliza akatoka na kufungua kabati la nguo akachukua gauni na kulivaa. Walifanana muonekano wa uso mpaka mwili. Walikuwa na miili ya wastani, sio wanene sana na wala sio mbamba sana. Na pia wote walikuwa na muonekano wa rangi ya mng'ao na walikuwa warefu wa wastani. Na zaidi kwa wakati huo Neema naye alikuwa akiishi maisha mazuri, kwa hiyo alikuwa na muonekano mzuri. Wote walibarikiwa nywele ndefu kiasi kwamba kusuka kwao ilikuwa ni ngumu sana. Walijikuta wanapendelea kuseti na kubana tu, jambo ambalo liliwafanya wazidi kufanana. Wakati huo Mr. Tariq naye alikuwa zake amekaa sebleni. Akamwambia mkewe, mke wangu, hepi hatakiwi kukaa hapa, tutajisumbua tu. Siwajui ubaya wangu ni wakina nani. Nadhani akikaa sawa nimpeleke Marekani akasome. Sabra akasema ni kweli mume wangu, hata mimi napata wasiwasi sana juu yake. Maana namuona kabisa hayupo sawa. Nahisi hao watekaji kuna madawa hata walimpatia. Tariq akasema hilo pia linawezekana, lakini si hospitali alishafanywa uchunguzi na imebainika kwamba hana shida yoyote. Wakasema tumuombee tu binti yetu kwa sasa kwa sababu anapitia majaribu sana. Baada ya muda Neema akiwa zake chumbani, alifika bibi yake akiwa na bakuli la supu. Akamwambia haya mjukuu wangu kunywa supu. Na simu yako hii hapa Jamali aliiacha. Akasema asante. Bibi yake akamwambia najua unapendaga supu ya kuku, haya ule kwa raha zako. Akasema nashukuru sana bibi yangu jamani. Neema alipokea supu pamoja na ile simu. Bibi yake alipotoka aliitazama ile simu na hakuweza kuifanya chochote.
Ilikuwa imewekwa loko na hakujua hata namna ya kuitoa. Alianza kunywa ile supu, akaingia baba yake chumbani. Akamwambia, hivi binti yangu, nasononeka sana. Ni nani huyu ambaye badala aniwinde mimi anakuinda wewe? Ha? Akasema, baba yangu usiwe na wasiwasi. Kikubwa mimi nipo mzima, wala usijali, nitakaa sawa tu baba yangu. Tariki akasema, nafurahi kusikia hivyo mwanangu. Happy, wewe ndiye mboni yangu mwanangu, mwanangu wa pekee. Sitamani likupate baya lolote lile. Ukikaa sawa, nitakupeleka ukaendelee na masomo Marekani. Neema akasema, baba, natamani kuwa karibu sana na nyie wazazi wangu. Sidhani kama nitaweza kwenda mbali na nyie. Mr. Tariki alimkumbatia binti yake huyo mpaka machozi yakamtoka. Neema naye alitoa ushirikiano akamkumbatia babake. Akahisi mwili ukimsisimka kwa sababu tokea azaliwe hajawahi kuita neno baba, amekuwa pasi na kumuona baba yake. Leo hii japo kwa bahati mbaya na yeye kajikuta kaita baba, alifurahi sana. Siku iliyofuata Jamal alipotoka chuo, alikwenda nyumbani kwa kina Happy kumuona Happy. Alipofika alimkuta binti akiwa amekaa eneo la nje. Akamwambia, mpenzi, uko poa? Salamu zako nyingi sana kutoka kwa classmates wako. Akasema asante. Jamal akasema, nadhani ndani ya wiki hii utakaa sawa. Na pia nimeongea na Lydia, kama kuna material yoyote basi akutumie, usibaki mbali sana. Akamwambia, asante sana Jamal. Kwani imekuwa ni bahati sana kukutana huko mjini mimi na wewe. Ulinipatia material tangu nikiwa kijijini nikasoma na nikafaulu. Na sasa pia bado unanipambania. Jamal aliposikia vile alishtuka. Maana wakati wote walikuwa na Happy hakuwahi kukubali kwamba yeye ni Neema ambaye alikaa naye kijijini. Jamal ikapelekea akubali kuishi naye kama Happy. Lakini leo hii binti mwenyewe kafunguka ukweli. Akamwambia, Neema, ina maana wewe umekubali kama wewe ni Neema? Yaani nilikuwa naisubiri hii siku kwa hamu sana ujue. Ili nijue kama nipo na Neema wangu ambaye nilimpendaga. Ukaona kata kwamba wewe sio Neema na wala haupajui kijijini, hatimaye leo umekubali. Akamwambia, Jamali, mimi sio Happy, mimi ni Neema. Na ninaamini kwamba hautonificha chochote. Mimi nimekuja tu baada ya kuonekana nafanana na huyu aliyepotea, lakini sio mimi, niamini. Akamwambia, Neema, umeanza. Leo tena unajikataa kwamba unaitwa Happy, unakaa upande wa Neema. Wewe ni Neema wa kijijini, ulipokuja mjini ukajiita Happy. Na sijui familia mpya uliitoa wapi? Hebu leo niambie ukweli. Neema akasema, hebu niamini Jamali, mimi sijui chochote. Jamali akasema, basi ipo siku utakumbuka kidogo kidogo, sawa? Kikubwa kwangu mimi nimefurahi kukupata Neema wangu. Haya, niambie mama. Mama yako yuko wapi? Na hii familia uliipata vipi? Neema akaona Jamali kama haelewi somo. Ilikuwa ni ngumu kumuelewa. Akaona aache tu, hakujibu kitu. Akabaki analia huku Jamali akimfuta machozi. Jamali alimfuta machozi akamkumbatia kabisa, akamwambia, nyamaza Neema, nyamaza, usilie, sawa? Wakati huo Neema alikuwa akijisemea, mama anatakiwa akalijue hili. Maana yeye peke yake ndiye atakayenielewa. Wengine wote hawanielewi hata ninachomaanisha. Basi siku iliyofuata majira ya asubuhi, Mr. Tariki alienda kazini na nyumbani wakabaki familia yake tu. Neema aliamka siku hiyo akaangalia jikoni, akamwona mama na bibi yake wako busy na shughuli zao. Alielekea mpaka chumbani kwa wazazi wake. Alikuta picha ya Mr. Tariki pamoja na mkewe Bi Sabra. Akachukua picha na kutoka nayo mpaka chumbani kwake. Akasema, natakiwa kwenda kumuonyesha mama hii picha. Kama hatawafahamu hawa watu, basi kuna ukweli upo. Na ikiwa hatawafahamu, basi nitaachana na hizi habari na nitafuata mambo yangu tu. Alijisemea binti huyo, kisha akachukua mkoba mmoja ndani pale, akaiweka ile picha. Aliwaza sasa namna ya kutoka pale ndani ili aweze kwenda nyumbani kuonana na mama yake. Tukirudi upande wa Happy, asubuhi ilikuwa ni majira ya asubuhi, alipelekewa chai na mtekaji ambaye alikuwa akimlinda. Akamwambia, wewe binti, kunywa chai. Mabosi wanakuja na unatakiwa useme ukweli. La sivyo utadhurika. Akamwambia, weka kama mimi naomba unielewe. Yaani sijui kitu chochote, hebu nisaidie tafadhali. Baba yangu mimi ni tajiri. Naomba nipe simu yako niongee naye akutumie pesa. Alafu uniachie kabla hao mabosi zako hawajaja. Kweli yule jambazi akaona, mbona hilo kama ni dili nono.
Akamwambia sawa, basi mwambie anitumie milioni 2 sasa hivi. Akasema sawa. Mtekaji akachukua simu yake akampatia Happy. Happy alikuwa anajua namba ya baba yake kichwani, kwa hiyo akaiandika haraka haraka na kumpigia baba yake. Simu iliita na baada ya sekunde chache ikapokelewa. Halo? Halo baba, ni mimi Happy baba. Happy, unasemaje mwanangu, namba ya nani? Baba, nimetekwa, wanataka milioni 2. Wanataka uitume ili nitoke hapa baba, nakuomba unisaidie baba yangu ataniua. Happy, umetekwa na nani tena? Si nimekuacha nyumbani jamani. Halo binti yangu, niambie ni nani huyo? Hebu mpe simu. Mpe simu haraka nitampa hizo pesa. Alizungumza hivyo lakini simu ilikuwa imeshakatwa. Alipokuja kuangalia pembeni, ilikuwa ni bwana Mabula, alikuwa amefika na kumpa kwenye simu Happy. Kwa nini umempa simu huyo azungumze? Umetumwa na nani? Kwa nini umempa simu azungumze? Alifoka Mabula na kuizima ile simu haraka. Alimuita mlinzi ambaye alikuwa nje na alimtaka amfunge yule mtekaji ambaye alimpa simu Happy kwamba na yeye atakuwa chini ya ulinzi kwa kuwa ni msaliti. Wakati huo Mr. Tarik alikazana kupiga ile simu ambayo alipigiwa, akaambiwa haipatikani. Alimpigia simu mkewe Bi Sabra. Halo? Nini kimempata tena binti yangu? Niambie nini kimetokea, ametekwa tena? Hapana mume wangu, mbona Happy yupo ndani, ametekwa saa ngapi? Unanivuruga tena mume wangu jamani. Acha masiara Sabra. Happy kanipigia simu sasa hivi kwamba tena kanipigia kwa namba ngeni, ameniambia kwamba ametekwa. Bi Sabra aliogopa. Ikabidi sasa aelekee chumbani kwa Happy na alikuta kweli hayupo. Alishangaa sana, alipiga kelele. Alimtafuta nyumba nzima pasi na mafanikio yoyote. Bi Sabra ikabidi ampigie tena simu mumewe. Kweli bwana, binti yetu hayupo mume wangu, Happy wangu mimi jamani. Aliangua kilio mama wa watu maskini. Sasa Tariki alishangaa kidogo lakini ilibidi ajikaze kama mwanaume afikirie cha kufanya. Wakati huo Neema kumbe kweli alipata nafasi ya kutoka katika ile nyumba ya Mr. Tariki kama ambavyo alitaka pasi na mtu yote kumuona. Kitendo kile cha Neema kuondoka kiliwafanya waamini kwamba binti ametekwa. Pasi na kujua kwamba hapo ni watu wawili tofauti. Isipokuwa tu matukio yameendana na kile ambacho walikuwa wanakidhania. Mr. Tariki haraka alienda kutoa taarifa polisi na kutaja namba ambayo Happy alimpigia kwa mara ya mwisho. Polisi walihitaji kuitafuta namba ile kujua inapatikana sehemu gani. Tariki alitoa pesa za kutosha kuhakikisha kwamba kazi hiyo inafanyika kwa haraka sana. Polisi wanaohusika na masuala ya mitandao haraka waliitafuta ile namba, wakatafuta taarifa zake kwamba mara ya mwisho kuzungumza ilikuwa inatokea sehemu gani. Walibaini sehemu hiyo na haraka mapolisi wakaanza kuelekea hiyo sehemu huku akijua namna ya kuwatega hao wahalifu. Mr. Tarik naye hakubaki nyuma. Aliungana na wale polisi katika msako huo wa binti yake. Neema alifika kwanza mpaka kazini katika kampuni yao kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kwenda sawa. Alikutana na ule rafiki yake ambaye ni Hamisa. Wamekukubalia utoge? Au umeaga unaenda wapi? Yaani sijamwaga mtu yoyote mwenzangu, nimetoroka tu. Maana nataka nikaonane na mama. Nitaujua ukweli wote kama upo. Sasa mama utamuulizaje? Unajua haya mambo yanahitaji umakini sana. Hamisa, wewe acha tu rafiki yangu. Ila na imani kuna kitu kikubwa sana. Lakini acha nimalizie kwanza haya majukumu kisha niende nyumbani. Nina mazungumzo mengi sana na mama leo. Haya sawa, mimi naomba ukweli ujulikane tu ndugu yangu. Akasema asante. Aliingia zake ofisini. Alipofika alimpigia simu Maliki kwa sababu ni muda sasa wajaongea. Walizungumza mambo mengi sana na Neema hakumueleza chochote kuhusiana na mambo yanayoendelea. Akaona anyamaze kwanza mpaka pale atakapojua ukweli. Upande mwingine kundi la polisi pamoja na Mr. Tarik akiwemo walitinga mpaka mahali ambapo ndipo waliona wao kwamba simu ilitokea maeneo ya pale. Kufika wote walishuka ndipo kiongozi wao akawagawa pale. Wakati huo Mr. Mabula bado alikuwa akiendelea kupambana na Happy akimtaka ampatie hati. Akamwambia Neema, niambie hizo hati umeziweka wapi? Utatoa hati za dada yangu au utoi? Yaani leo ndo mwisho wako, utachagua cha kufanya, useme ama nikumalize. Happy akawa analia, anamwambia usiniue baba. Mimi ni kama mwanao, tunakuomba, sijui chochote tafadhali. Kama ni pesa baba yangu anaweza kuwapa, lakini sijui kuhusu hati mimi.
Mabula akamwambia basi umeamua kunidanganya si ndio? Mimi sina jinsi, hasara nimeipata mimi. Lakini na wewe lazima ulipie hili. Mabula akawataka wale walinzi watoke nje, kweli wakatoka. Mabula akavua nguo zake akamsogelea yule binti ambaye alikuwa amefungwa kamba. Akamwambia sasa nitakufaidi na kukuua. Epi alipiga kelele na kuonyesha hofu aliokuwa nao lakini Mabula hakujali. Alimsogelea binti lakini kabla hajafanya alichotaka kufanya, alisikia milio ya risasi kutokea nje. Kabla hajajiweka sawa alishtukia naye risasi ya bega. Kumbe polisi walishafika mahali pale. Kwa wakati huo walinzi waliokuwa nje wa bwana Mabula wengine walikimbia na wengine walipigwa risasi na kupoteza maisha pale pale. Mzee Mabula alikutwa akiwa katika hali hiyo hiyo ya utupu kama ambavyo alizaliwa. Mr. Tariki alifika naye pale, alimkuta binti yake akiwa amefungwa kamba. Alishangaa sana na nguvu zilimwisha, akamuita Happy my daughter. Alimsogelea haraka na kumfungua kamba. Alimkumbatia binti yake kwa huzuni sana. Wakati huo Mabula alikuwa akiugulia risasi ya bega huku akiwa anapigwa vibao na ule polisi. Mr. Tariki alipomwona Mabula kwa muonekano ule akamuuliza binti yake, amekufanyia chochote si ndio? Amekudhuru? Akasema hapana baba. Nyie ndo mmewahi kufika kabla yake. Basi polisi walimchukua vile vile Mabula alivyo wakaondoka naye pamoja na ule mtekaji ambaye alifungwa siku ile. Happy alibebwa na baba yake mpaka sehemu ambao waliacha gari. Walipofika kwenye gari walikutana na polisi wenzao nao wakiwa wamemkamata mmoja wa walinzi wawili inayosemekana kwamba walikuwa wanataka kutoroka. Safari ya kuelekea kituo cha polisi ilianza na pia ya kuelekea hospitali kwa ajili ya kupelekwa Happy kwenda kupimwa afya yake. Upande wa Neema alirudi mpaka nyumbani majira ya jioni. Alimkuta mama yake ambaye alifurahi kumuona. Akamwambia Neema wangu jamani, pole kwa safari, pole pia na majukumu mwanangu. Akasema mama asante, shikamoo, marahaba za huko. Akasema nzuri zaidi mama, nimekukumbuka tu mamangu. Unishindi mimi Neema wangu. Alikuja mwenzako ndo kaniambia Neema amepata dharura anasafiri kidogo. Jamani nilichanganyikiwa. Na kupigia simu zako upatikani, niliogopa. Usijali mama, sema nina mazungumzo na wewe nashindwa hata kusubiri. Haya niambie mwanangu. Kama hautojali mama, twende chumbani kwangu. Tuache hapa wasichana waendelee na kazi zao. Mama akasema haya sawa. Kweli Neema akamshika mkono mama yake na kuelekea mpaka chumbani. Walipofika kule aliitoa ile picha sasa ya Mr. Tariki akiwa na mkewe kisha akampatia mama yake. Mama, hebu angalia hao watu unawafahamu? Mama Neema akaitazama ile picha. Alimtazama yule mwanamke hakumfahamu, lakini kuja kumtazama mwanaume ambaye ni Mr. Tariki, japokuwa yeye anamfahamu kama Hasani, alishtuka. Akamwambia wewe Neema, umeitoa wapi hii picha? Wanakaa wapi? Mama. Twende taratibu, unawafahamu hao watu? Biwema ambaye ni mamake Neema alishindwa kujizuia, machozi yalimtoka. Aliyahisi maumivu ambaye aliyapata kipindi kile alichokubali kuwa na Hasani na akamwacha. Akamwambia Neema mwanangu, huyu ndiye aliyenifanya nichukie wanaume wote. Alinitoroka na kuniachia wewe ukiwa mdogo sana, mchanga kabisa. Ina maana kumbe alienda kuoa mwanamke mwingine? Huyu ndiye baba yako mzazi? Neema pozi lilimwisha, japokuwa alitaka kujua ukweli lakini aliweka asilimia kubwa kwamba haitakuwa hivyo ambavyo imekuwa. Neema akatoa tena picha ya Happy ambayo aliichukua pia. Akamwambia mama, tazama na hii picha. Biwema akaitazama ile picha ya Happy ambayo yeye alivyoona akajua ni mwanae Neema ambaye alikuwa naye pale. Akasema picha yako hii imekuwaje kwani? Neema akasema hapana mama, hiyo sio picha yangu mimi. Huyo hapo ni Happy mama. Tupo wawili tunaofanana. Na kama unasema huyo ndiye baba yangu, basi huyo ni ndugu yangu pia. Ana umri kama wangu, ana uso kama wangu, kiasi cha watu kudhania mimi ni yeye. Haya niambie mama, kuna nini katikati ya hili? Biwema alishangaa sana. Yaani hii picha sio ya kwako? Inawezekana vipi? Huyu ni wewe, acha kunichosha akili yangu Neema, hapa nilipo nimeshachoka. Akasema mama, huyo sio Neema. Huyo sio Neema wako mama. Hata mimi nilishangaa sana mama yangu.
Nilivuta kumbukumbu kujaribu kukumbuka kama walau niliishi maisha haya, lakini hapana. Huyu ndiye binti anayeishi na huyu unayesema baba yangu ni mtoto wake kipenzi wa pekee. Biwema pozi lilimwisha, alishindwa kuamini. Akasema hapana, siamini Neema. Walau japo nimuone huyo binti kwa macho yangu ndipo nitaamini, hainiingia akilini. Akamwambia mama, huyo binti amepotea na hajulikani alipo. Ndio maana nikaenda mimi na bado hawakuona utofauti. Hapa nimeondoka kwa kutoroka tu ili nije kuzungumza na wewe kisha nirudi. Akasema Neema, hebu acha, usiende huko. Alikuacha kijijini ukiwa bado mdogo mchanga kabisa, achana naye huyo. Ambaye unasema unafana naye huenda ni binti yake wa kumzaa. Amezaa naye na amezaa na huyo mkewe. Usirudie tena kwenda. Naomba uniahidi Neema. Nikisikia kuwa umeenda huko nitarudi kijijini na kukuacha. Hiyo ni familia yake na huenda amezaa mtoto mwingine baada ya kunitelekeza mimi. Huyo labda tu mmefanana kama ndugu, lakini sio kwamba eti ni nini unachokiwaza wewe. Neema akasema mama, sio rahisi kama unavyosema. Na yeye pia ana nywele kama zangu, wakati mimi nywele nimerithi kwako mama. Ni mrefu kama mimi, wewe mtazame, sio hapa kwenye picha. Akamwambia mwanangu, huyu ni wewe Neema. Kama ndio umeamua kunichezea akili ili niende kuonana na huyo mwanaume, hapana. Aliniacha kijijini ukiwa mchanga, kaja kuoa mwanamke mwingine ana familia yake, achana naye. Achana naye mara moja tafadhali, waache na maisha yao mwanangu. Basi Neema aliamua kunyamaza tu kwa sababu aliona jinsi mama yake alivyokasirika. Biwema alianza kuangua kilio, alikumbuka mbali sana. Basi mama, nyamaza. Naomba nisamehe sana mama yangu. Mimi sikukusudia kukuumiza kiasi hiki. Naomba nisamehe sana mama. Neema, naomba usiende tena tafadhali. Huyu sio mtu mzuri kabisa. Amenitelekeza siku niliyokwenda kukuzaa wewe. Ameoa mke mwingine na ana familia yake, muache. Ndipo utakuwa umenitendea haki Neema, la sivyo utanikwaza sana. Sawa mama, yaishe basi tafadhali. Neema alimkumbatia mama yake huyo na kumtuliza asiendelee kulia. Happy alirudi nyumbani baada ya kutoka hospitali. Tena alikuwa amechafuka shauri ya kukaa muda mrefu kule alipotekwa. Alipofika nyumbani, Mr. Tariki alimshika mkono Sabra na kwenda naye mpaka chumbani. Walipofika huko alianza kumpiga kwa mkanda ambao alikuwa ameuvaa. Akamwambia, kama ulikuwa haumtaki binti yangu ungeniambia. Juzi tu tumempata, tena ukaruhusu leo katekwa. Kwa nini? Umenikwaza sana Sabra. Sabra akamwambia, hapana mume wangu, hapana. Hebu nisamee kwanza halafu nisikilize. Lakini Sabra pamoja na kupigwa, alipigwa sana, lakini pamoja na kupigwa vile, bado alipiga magoti kwa mumewe. Akamwambia, nisamee mume wangu. Yaani sijui hata alitoka wakati gani hapa. Hebu nisamehe. Ni haki yako kunilaumu, lakini niamini mimi mume wangu, tafadhali nakuomba. Tariki akasema, kwa nini alitoka leo? Mwanangu ilibaki kidogo afanywe kitendo cha unyanyasaji, ameponea chupu hujui tu. Sabra akamwambia, basi mume wangu tuliza hasira tafadhali. Tumeshampata salama, kwa sasa nitamlinda kama mboni ya jicho langu. Niamini kabisa mume wangu. Mr. Tariki alijikuta akilia sana, na si yeye tu. Hata bibi Sabra alilia. Walilia wote kupita kiasi. Wakati huo Happy alikuwa zake chumbani, bibi yake alimfuata. Akamwambia, mwanangu, kwani ilikuwaje mjukuu wangu? Wewe si ulikuwa ndani, ukatokaje tena? Na hao watu walikukamatia sehemu gani? Happy akasema, bibi unaongea nini? Hebu acha kuzeeka vibaya. Nimetekwa nikiwa barabarani na msubiri Jamal. Bibi yake akamwambia, basi pumzika mjukuu wangu, nisamee mimi. Kiukweli inaonekana upo sawa. Bado hujakaa sawa. Haya, basi pumzika. Happy alibaki akilia tu. Alikuta simu yake, akaamua kumpigia Jamal na kumtaka kesho waonane. Basi baada ya hasira sasa Mr. Tariki kutulia, alimwambia mkewe, twende tukazungumze na Happy. Anatakiwa kujiandaa kwenda Marekani wiki ijayo. Sabra akasema sawa, katika hilo kwa sasa mimi sina pingamizi tena mume wangu, nipo tayari. Wazazi wakatoka pale wakamfuata Happy chumbani. Walipofika alizungumza baba yake, akamwambia, mwanangu, unatakiwa kujiandaa kwenda Marekani, hapa maadui ni wengi sana. Kama yule mzee pale, sijui amekutekea sababu gani.
Nashindwa kuelewa kabisa, nachanganyikiwa. Happy akamwambia, baba, hili jina la Neema limekuwa tatizo kwangu. Inaonyesha wazi kuna mtu unafanana naye. Wakati wote huo wakiwa wameniteka wananiita Neema na wanataka niwape hati za ndugu yao. Mama na baba, hebu liangalieni hili kwa jicho la pili. Nafananishwa na Neema. Huyo Neema ni nani? Mr. Tariq sasa alianza kuchanganyikiwa na kujiuliza, sasa ni nani huyo? Akasema, leo walikuja kukuteka hapa nyumbani au ilikuwaje? Akasema, leo baba, nilitekwa nikiwa na Jamali siku tunatoka chuo mpaka leo. Mbona siwaelewi? Kwanza wote walishangaa. Ndipo sasa Bi Sabra akawa wa kwanza kusanuka. Akasema, kama anapata picha hivi, ni kweli nguo uliotoka umevaa Happy siku ya kwanza unatekwa ndio ambao wamerudi nao leo. Na hata muonekano uliokuja nao ni kama mtu aliyetekwa muda mrefu. Huenda huyo Neema ndiye alikuja jana. Japo kwa mfanano ule sio rahisi watu kuamini. Jana ina maana kuna mtu alikuwepo hapa? Ndiyo. Tulikutafuta mtandaoni ndipo akaja huyo. Ni kama wewe. Kama kweli unasema haukuwa wewe, basi kweli mmefanana sana. Yaani sana ambao haielezeki. Mr. Tariq alizidi kuchanganyikiwa. Alitoka nje na kumpigia simu Jamal. Alimwomba akutana naye siku ile ile, ilikuwa ni dharura. Kweli jamani, usiku kiasi cha saa 2 alienda kukutana na Mr. Tariq katika baa fulani mtaani. Naam baba, umenishtua sana kwa simu yako. Ndiyo, ile jambo mwanzo nilichukulia kama masihara, ila sasa imekuwa balaa. Nakumbuka kuna siku Happy alituambia kuwa wewe ulikuwa ukimuita Neema na ulimwambia kwamba umpeleke nyumbani kwa kina huyo Neema. Unaweza kuniambia ni wapi? Jamal alishangaa kwanza, alafu akajibu akamwambia, baba, huyo ni Neema na huo ndio ukweli. Hilo la Happy sijui hata limetokea wapi. Na jana nilikuwa naye alikubali kabisa kwamba yeye ni Neema. Tariq akasema, Jamali, kuna namna jana ilifanyika, kuna uwezekano alikuja jana sio huyu wa leo. Happy ndo amepatikana leo. Amekuja kama alivyoondoka ile siku anapotea. Baba, unataka kusema na maana wapo mapacha, si ndio? Tariq akasema, hapo ndo sielewi imekuaje. Hebu niambie huyo Neema ulimjulia wapi? Akasema, Neema alikuwa akiishi Mwanza, kijiji cha Masasi. Mr. Tariq alishtuka kusikia vile, maana ndio kule alipokutana na Wema na akamuoa, alafu akamwibia mtoto. Akamuuliza, unasema kweli? Alikuwa akiishi na nani? Alikuwa akiishi na mama yake pamoja na bibi yake. Mr. Tariq alizidi kuchoka, maana alimkumbuka Wema alimwachaga akiwa anaishi na mama yake pamoja na bibi. Basi wakati alikuja majuzi atakuwa ndiye Neema. Na sijui ni kwa nini kafanya hivi. Hakuongea ukweli wowote. Siku hii ambayo mwenzie kapatikana na yeye pia ndio aliondoka. Ni kama anajua kinachoendelea. Sawa kijana wangu, nashukuru sana. Aliinuka Mr. Tariq pale. Alikuwa amechanganyikiwa kweli. Hata Jamal alibaki akimtazama kwa sababu na yeye pia alichanganyikiwa kusikia kwamba yule wa jana ndiye Neema na ameshaondoka. Mr. Tariq alikuwa kimya na kumtaka mkewe atulie, anahitaji kutafuta ukweli. Alikodi walinzi na kuwaweka nyumbani kuhakikisha kwamba binti yake analindwa sasa hivi asitoke tena. Siku hiyo Mr. Tariq asubuhi alijiandaa akamwaga mkewe. Akamwambia, mimi natoka, naenda kutafuta ukweli, kila kitu tutajua. Akasema, sawa mume wangu, kila laheri, maana mpaka naogopa. Kweli Mr. Tariq aliondoka na safari ya kuelekea uwanja wa ndege na alipata tiketi ya kuelekea jijini Mwanza. Alihitaji kupata ukweli, kwa hiyo aliamini huko atapata majibu ya maswali anayojiuliza. Tariq alifika mpaka jijini Mwanza baada ya masaa mawili kupita. Alikodi usafiri haraka ambao ulimpeleka mpaka kijiji cha Masasi, ambapo ndipo alipataka haswa kwa ajili ya kujua ukweli ambao alitaka kufahamu. Alifika mpaka nyumbani pale kwa Bi Wema, ambapo kwa wakati huo alimkuta ndugu wa Bi Wema ndiye kaachwa pale. Alikaribishwa. Baada ya kuketi akasema, namuulizia Wema pamoja na mama yake Wema nimewakuta. Yule ndugu akasema, hapana, mama Wema alipoteza maisha muda kidogo na alibakia Bi Wema mwenyewe. Tariq akasema, poleni sana, na Bi Wema yuko wapi? Akaambiwa ameenda mjini kwa mwanae, alimtuma mtu akamfuata. Akamuuliza, sasa wewe ni nani kwake?
Akasema mimi ni ndugu yake. Wazazi wetu walikuwa marafiki na walikuwa kama ndugu. Na ndipo kuondoka akaniambia nibakie hapa. Akamwambia sawa, kuna vitu nahitaji kuvifahamu. Unaweza kunisaidia tafadhali? Yule mtu akaguna akamwambia sawa. Tariki akamwambia huyo mtoto wa Wema unamfahamu? Yaani mume wa Wema na huyo binti yake yupoje, unaweza kunielezea? Akasema hapana. Mume wake alimkimbia siku ya kujifungua. Ndugu yangu huyu akaishi mkiwa yeye na mwanae. Akamuuliza mwanae anaitwa nani? Akasema anaitwa Neema. Mr. Tariki alishangaa kwa sababu lile jina ndo alikuwa akilitaka. Maana sio mara moja kulisikia. Akamwambia una mawasiliano ya simu na Bi Wema? Akasema hapana kaka yangu. Hata hiyo simu sina na sijui hata wapo mji gani. Yaani maana tokea waondoke hapa hatujaonana nao tena. Kwani wewe ni nani? Akasema hapana, mimi ni mtu ambaye nafahamiana naye tu. Nilikuja kumtembelea. Haya mimi naenda. Mr. Tariki sasa aliamua kuondoka pale nyumbani. Hakufika mbali sana, alisimama na kuanza kujiuliza. Hii imekuwaje lakini? Mbona kama sielewi? Alijifungua mapacha au? Kama jibu ni ndio, mbona wale manesi hawakuniambiaga? Aliwaza akaona hapana, aende huko hospitali huenda akawakuta wale ambao walimpatia mtoto miaka zaidi ya 20 iliyopita. Basi alifika pale, akaonana na mhudumu wa mapokezi. Alimuulizia daktari ambaye aliitwa Dr. Lucia, akaambiwa hayupo kwa maana aliamaga muda mrefu. Na sasa akamuulizia mkunga ambaye aliitwa Neema. Akaambiwa kwamba wapo wawili wanaoitwa Neema na ni wakunga. Kwa hiyo labda akiwaona anaweza kuwafahamu. Mr. Tariki alifanikiwa kumuona mkunga wa kwanza hakuwa mwenyewe, lakini mkunga wa pili alikuwa mtu mzima kabisa na ndiye Bi Neema yule ambaye alimfahamu yeye. Bi Neema kumuona Mr. Tariki alimkumbuka, akamwambia uso wako sio mgeni kwangu, kama tuliwahi kuonana. Akamwambia ndiyo, ni mimi Mr. Tariki, ulinipatia mtoto akiwa mchanga kabisa baada ya mke wangu kujifungua miaka 20 huko iliyopita. Akamwambia kweli kabisa, milima haikutani, binadamu wanakutana. Nimekukumbuka sasa. Anaendeleaje mtoto wetu? Uliendelea kumlea mwenyewe? Tariki akasema hajambo kabisa, ila kuna jambo limenileta na nimeshukuru kukukuta bado upo hapa. Mke wangu alijifungua mtoto mmoja au wawili. Yule mkunga akasema afadhali, yani leo nitautoa huu mzigo. Ni kweli sikukwambia. Na mpaka umekuja kuniambia kuna kitu umehisi. Naomba unilinde kama mimi nilivyokulinda. Mkeo alijifungua mapacha wa kike wawili. Hatukukwambia kwa sababu ulihitaji uondoke na mmoja. Tukaona na yeye si haba ajue kama amebaki na mtoto. Si wewe wala yeye, hakuna ambaye alifahamu kama walizaliwa mapacha. Imebaki kuwa siri yetu wawili tu, mimi na yule Dr. Lucia. Mr. Tariki alibaki ameduaa, pozi lilimuisha. Neema binti yangu. Kiukweli hawa watoto wametuchanganya sana. Katika hali isiyo ya kawaida, hata siwaelewi. Na leo ndo nimeujua ukweli. Asante sana. Mkunga akasema asante na wewe. Naomba kama utakutana na mama yao hao watoto umwambie ukweli ili hata mimi niwe na amani kabisa. Tariki akasema sawa, nitamtafuta mpaka nitampata. Basi waliagana pale. Baada ya mazungumzo Mr. Tariki aliamua kuondoka. Alifika nje ya hospitali kwanza akakaa. Aliwaza mbali sana. Akakumbuka namna alivyopoa mtoto na kuondoka naye ile siku, machozi yalimtoka. Hakika nilikukosea sana Wema. Ulinipatia zawadi ya watoto lakini bado nikakudhulumu. Ni wewe ndiye ulinipa heshima ya kuwa baba lakini nikakudhulumu. Nisamehe sana. Nahitaji nikuone walau nikupe shukurani kwa kunizalia mabinti. Sina ukiwa wa mtoto mmoja. Kumbe mimi ni baba wa mabinti wawili. Najihisi fahari sana. Ukweli huu unanitaka na mimi niwe mkweli kwa kila kitu. Nisamehe sana Wema. Nisamehe sana mama Epi, mama Neema wangu. Alijisemea Mr. Tariki, machozi yakimtoka kidume. Tukirudi upande wa mjini katika kampuni ya Bi Asma, alikopo Neema pamoja na yule rafiki yake ambaye ni Hamisa. Walikuwa wakizungumza. Kiukweli naachana kabisa na ile swala. Mama yangu hapendi, kanikataza kabisa. Ni kweli ule ni baba yangu, alinikataa na kuniacha nikiwa mdogo. Huenda akaoa mwanamke mwingine.
Na huyo pia ni binti yao, pengine ni kwa kuwa ni ndugu yangu tumefanana tu. Neema, sio kwa ule mfanano. Sasa kama ni baba yako una haki ya kumfahamu. Ujue nini kilijiri zamani na uwajue ndugu zako. Hapana Hamisa, nawaza ni waache tu na maisha yao bwana. Sawa. Siwezi kuongea sana. Kwa sababu pia lakini ni vizuri kumsikiliza mama yako kile anachokitaka shoga yangu. Ndiyo Hamisa, mama yangu amehangaika na mimi sana, akanilea peke yake bila ya baba. Leo ndo namfahamu katika haya mazingira ya kufanana na mwanae. Na si yeye kunitafuta. Mwanzo nilitaka niendelee kuchunguza, lakini hapana. Mama yangu asija kanikia kinyongo bure nikakosa radhi. Na kingine kuna kijana mmoja tulikuwa naye tokea kijijini. Naona amekutana na Happy na ni mpenzi wake, amehisi labda ni mimi. Na mpaka sasa yupo naye akijua kwamba ni mimi. Unaona sasa Neema? Basi mmefanana sana jamani, sio undugu wa kawaida huo. Kama mapacha. Hebu kaa ongea na mama yako Neema, kuna ukweli bana upo hapo. Nakuelewa sana Hamisa. Hata mimi kuna muda nawaza sana. Na tungekuwa mapacha, mama lazima angejua kama alituzaa mapacha au wewe unaonaje. Ila haya ipo siku tutajua, kwa sasa acha tu nitulie kwetu, kama watampata mtoto wao au la watajua wenyewe. Alijisemea Neema, aliamua sasa kusikiliza ushauri wa mama yake. Upande wa Happy siku hiyo alimfuata mama yake Bi Sabra, akamwambia mama, ina maana huyu aliyekuja kama mimi nimefanana naye sana. Hamkufanikiwa kumtambua kabisa. Mama akasema yani Happy mwanangu, hapa kwenyewe najikaza tu. Lakini nafsi yangu inaniambia wewe ni mtu mmoja. Siamini eti ni wawili, maana kila kitu mpo sawa. Nywele, yani kila kitu. Paka kimo, urefu, mwili, yani sijui nisemaje. Mama hapana. Sikuwa mimi. Natamani sana kuonana naye. Kwani inakuaje hii? Unajua sio mara moja. Yani hapo hata mimi ndo nawaza. Lakini usijali. Ukienda zako Marekani, yote haya utayasahau mwanangu. Mama, acha tu sijui hata nisemaje. Wakati akizungumza pale, alifika Jamali akakaribishwa vizuri tu. Happy alimfuata Jamali wakakaa wakiendelea kupiga story mbili tatu, walijitenga mbali na mama. Baada ya siku mbili kupita, Mr. Tariq alirudi mjini Dar es Salaam. Hakumwambia mkeo ukweli, alimficha kwamba hajabaini chochote. Alitaka afanye uchunguzi wake kwanza kimya kimya mpaka aonane na Neema na mama yake, kwa sababu anajua kwamba wapo mjini. Siku iliyofuata Mr. Tariq alimuita Jamali ofisini kwake na kuzungumza naye. Akamwambia Jamali, nimeenda kijijini. Kweli unachokisema hawa mabinti ni mapacha? Jamali alishtuka kusikia vile. Akamwambia sasa imekuwaje mmoja akawa mjini kisha mwingine kijijini? Na kama haitoshi hawafahamiani kabisa? Mr. Tariq akamwambia, acha tu ni mazito. Aliamua kumweleza ukweli wote Jamali, walau apate hata ushauri, maana alichanganyikiwa kabisa. Jamali alishangaa ule ukweli. Na sasa alifahamu kwamba Mr. Tariq alimchukua mtoto mmoja kwa mama yao na hakuna ambaye alikuwa akijua ukweli. Akamwambia aisee mzee, kweli pale ni makosa. Lakini haifai kujadili makosa, bali tunatakiwa kusahihisha. Kwanza kabisa ukweli ujulikane, wakutane ili hii sintofahamu iishe. Tariq akasema hata mimi ndo ninachokitaka. Kwanza nimpate Neema na mama yake. Lakini tunampataje? Hapo ndo kizaazaa. Jamali alitafakari kisha akamwambia Mr. Tariq, baba mimi nimepata wazo. Jue jana nimekaa na Happy tumeongea, akanisimulia kwamba wakati ametekwa alikuwa akiitwa jina la Neema. Sasa ni wazi kuwa na wao walichanganya. Waliyemtaka alikuwa Neema na wakajikuta wamemkamata Happy. Na siku ile wanamteka nilikuwa nimemwacha amesimama pembeni ya gari eneo la kampuni ile ya mafuta. Sasa ni wazi kwamba watekaji waliokuwa maeneo yale walikuwa kimwenda Neema. Itakuwa ni mawili, walimfananisha tokea chuo wakawa wanamfuatilia, au huyo Neema walijua anapatikanaga maeneo yale ndipo wakawa wanamuinda. Kwa kuwa tupo kwenye kutafuta baba, napendekeza tuanzie ile sehemu ambayo walimteka. Kama Neema anapatikanaga yale maeneo, ndio maana wakamuinda, basi tukiwa na picha ya Happy wanaweza wakamjua na wakatusaidia. Na akiwa hatopatikana maeneo yale, basi tutajua cha kufanya mpango mwingine.
Hata Mr. Tarik alimsifia Jamali kwa mawazo yale na akamuunga mkono kabisa. Akamwambia basi tusipoteze muda. Ukitoka chuo tuwasiliane unipeleke hiyo sehemu ambayo alitoka Happy. Akasema yani baba nipo free hata sasa hivi, twende, nina shauku juu ya hili. Kipindi ninachojioni kabisa. Hata Mr. Tarik hakutaka kusubiri. Waliinuka kuanza mpango wao huo wa kwanza kama watafanikiwa au la. Walipanda kwenye gari la Jamal, walielekea moja kwa moja mpaka eneo ambalo palikuwa na kampuni ya Asma. Jamal alipaki gari sehemu ile ile ambayo ndio siku alipokuwa na Happy alisimama hapo. Akamwambia baba, ile siku nilipaki gari hapa, nikavuka upande wa pili kwenda kuchukua mafuta. Na hapa Happy alishuka kwenye gari akasimama kunisubiri. Ndipo kitendo cha mimi kuingia eneo la ndani ya kampuni nilipotoka sikumkuta. Nadhani tuanzie kumtafuta sehemu hii, huenda wakawa wanamfahamu. Mr. Jamali hakuwa na pingamizi, wakaanza sasa msako. Walikuwa wakionyesha picha ya Happy kwenye simu kwa kujua wamefanana. Kwa hiyo kama Neema huwa anapitaga yale maeneo basi watampata tu. Waliulizia kwa watu hawakumfahamu. Na hiyo ni kutokana na kwamba Neema sawa anafanya kazi yale maeneo. Lakini ni mtu wa kuingia na gari na kutoka na gari. Sasa watu ambao wanakaa eneo la nje ya jengo ilikuwa ni ngumu sana kumfahamu. Waliulizia pasi na mafanikio, wakarudi kwenye gari. Akasema, "Da baba, huu mpango umeshindikana. Inaonyesha basi Neema hapatikani hizi sehemu. Wale watekaji pengine walianza kumuinda tokea chuo, walimfananisha tu. Na walipoona tumesimama hii sehemu ndipo wakamkamata." Tarik akasema, "Ni sawa, nimekata tamaa sasa kijana wangu. Sijui nifanyeje kiukweli, moyo wangu unatamani sana kumwona mwanangu na mama yake." Akamwambia, "Baba, nipo pamoja na wewe. Tutawatafuta na tutawapata, lakini umenisimulia kila kitu kama kijana wako na mimi nimekuelewa. Sasa nina swali kwako baba. Je, utaruhusu ukweli ujulikane? Na mke wako atalipokeaje hili? Maana nawaza sana." Akamwambia, "Mke wangu anafahamu kila kitu. Kwa hiyo kitakachomuuma ni Happy kutambua kuwa si mama yake. Lakini sina jinsi Jamal. Imebidi iwe hivi. Ukweli acha ujulikane, na hisi kama nimemkosea sana Wema." Akamwambia, "Sawa, pia una faida sana baba. Naamini litapita salama na faida yake utawapata wanao wote." Basi walikubaliana pale, wakapanda kwenye gari wakarudi kuendelea na majukumu ya kila siku. Jamal alipotaka kuwasha gari waondoke, katika kioo cha gari alimuona Hamisa ambaye alimkumbuka ile siku ndiye ambaye alimleta Neema kule kituo cha polisi na kusema kwamba ni Happy mpaka akalipwa pesa. Jamal alishtuka. Mr. Tarik akamwambia, "Vipi?" Akasema, "Baba, angalia, yule msichana ndiye ambaye alimleta Neema ile siku mkamlipa ile pesa. Ni wazi kwamba anajua Neema alipo." Hata Mr. Tarik kumtazama akaona ni kweli kabisa. Walishuka kwenye gari na kumfuata yule binti. Walivuka mpaka upande wa pili. Kwa wakati huo Hamisa alikuwa busy akizungumza na wateja. Jamal alimshtua Hamisa, akamwambia, "Dada, habari yako?" Akasema, "Oh, nzuri sana." Hamisa kuangalia si akakutana na wale watu akawakumbuka. Akamwambia, "Jamani, karibuni sana." Wakamwambia, "Bila shaka unatukumbuka binti eh? Ulimleta Neema polisi na kusema ni Happy. Hauna kosa kwa sababu wamefanana sana. Mimi sina kesi na wewe. Kusema kwamba eti nadai pesa zangu hapana. Nataka kuonana na Neema. Bila shaka unafahamu alipo." Happy aliogopa sana. Akasema, "Hapana jamani, mimi yule niliona anafanana na huyu ambaye mlimtangaza. Naomba mnisamehe." Wakamwambia, "Tuelewe, sio kesi." Okay, basi tukurahisishie. Tutakuongezea milioni 5 zingine. Naomba utuonyeshe yule msichana anapatikana wapi. Ni binti yangu kumbe. Hivi kumbe wako mapacha, nimekuja kujua sasa hivi." Hamisa sasa kuambiwa vile akatulia kwanza. Akamwambia, "Sawa, namfahamu. Ndio. Lakini naomba msinitaje kwamba mimi ndiye ambaye nimewaonyesha alipo. Maana hakutaka kukutana na nyie tena. Anasema kwamba mama yake alimkataza. Piteni ndani, mkifika mapokezi ombeni kuonana na msimamizi wa hapa. Mtaelekezwa ofisini kwake na mtamkuta." Walimshukuru pale, wakamwambia, "Pesa zako tutakupatia." Neema akiwa zake ofisini, kutokana na uzoefu tu aliopatiwa na Maliki, akawa naye anasimamia vizuri kazi kwa kusaidiana na viongozi mbalimbali. Akiwa ofisini kwake hana hili wala lile. Walifika hapo ofisini Mr. Tarik akiwa na Jamal. Kila mmoja alishangaa kwa upande wake.
Mr. Tariki alishangaa kwa mfanano wa Neema na Happy ambaye amemwacha nyumbani. Na sasa tayari ameshaujua ukweli kwamba wapo wawili na ni mapacha. Na hata Neema naye alishangaa kuona pale wamefikaje. Mr. Tariki aliamua vunje ukimya, akamwambia Neema, binti yangu, mimi ni baba yako mzazi kabisa. Nimeutafuta ukweli na kuujua. Kumbe wanangu mpo mapacha, wewe Neema na mwenzako Happy. Kwanza naomba unisamehe kwa yote Neema. Neema akamwambia, baba, kwa nini ulimtelekeza mama yangu? Na ilikuwaje ukabaki na mmoja na mama akabaki na mimi? Ni historia ndefu sana mwanangu. Lakini naomba kwanza nikutane na mama yako. Utajua kila kitu tafadhali. Niambie mama yako yuko wapi? Akasema mama hataki kuonana na wewe. Hataki hata kukusikia. Tuache na maisha yetu tafadhali, usitufatefate baba. Akasema sio rahisi Neema binti yangu, usiseme hivyo. Hakika nayajutia makosa yangu. Naomba nikutanishe naye tafadhali na kuomba Neema. Sijafanya haya kwa kupenda, kuna mengi sana utayafahamu na kuomba binti yangu. Mr. Tariki alitaka kupiga magoti, lakini Neema akawahi kwenda kumuinua, akamwambia hapana baba, usipige magoti. Hata mimi natamani sana kuufahamu ukweli. Nitakupeleka nyumbani alipo mama. Japokuwa najua nitamkwaza sana, lakini nafanya haya kwa sababu nataka kujua ukweli. Nataka kujua nini kilitokea. Mr. Tariki alishindwa kujizuia, alimkumbatia Neema huko machozi yakimtoka. Hatimaye Neema mwanangu, nina furaha sana mwanangu, damu yangu. Nimefurahi sana. Wakati huo Jamali alikuwa akiwatazama tu baba na mwana wamekutana pale wanafurahi. Baada ya pale Neema alitoka na wageni na safari ya kuelekea nyumbani kwao walipo mama yake ilianza. Walitumia gari la Jamali wote na Neema akawa ndiye mwelekezaji. Wakiwa njiani, Tariki alimuuliza Neema. Alitaka kujua amepataje kazi sehemu ile katika kampuni ya Asma. Neema hakuwa na iana, alimueleza baba yake kila kitu kwa sababu ni kukutana na Maliki ndio kufikia pale. Mr. Tariki alimpongeza sana binti yake huyo kwa kupambana mpaka akamchukua mama yake na kumleta mjini. Sasa baada ya muda walifika mpaka nyumbani, ndipo Neema aliwakaribisha na kuingia ndani. Biwema wakati huo alikuwa zake chumbani kajipumzisha, Neema akamfuata. Mama Neema, umelala jamani? Ndiyo, mbona umerudi mapema sana, kwema? Mama, kuna jambo kidogo, njoo sebuleni tuzungumze. Jambo gani mwanangu, kwani hatuwezi kuzungumza hapa au? Wewe njoo mama tafadhali. Biwema akaona sawa, akamsikiliza binti yake, wakatoka wote mpaka sebuleni. Kufika alimkuta Mr. Tariki akiwa na Jamal, alishtuka. Alimtazama binti yake kwa hasira sana. Neema, nilikwambia nini na umefanya nini? Yaani umeonyesha jinsi gani sijakulea kwa adabu, si ndio? Katika siku ulionikwaza ni leo, leo umenikwaza Neema. Yaani kuanzia leo wewe si. Kabla mwanamama huyu hajazungumza kusema alichotaka kusema, kitu ambacho ni kibaya kama kumlaani binti yake, Mr. Tariki aliingilia kati. Hapana, usimtamkie neno baya mtoto. Mimi ndiye ambaye nimwambia nilete hapa baada ya kumwambia kuwa wapo mapacha. Wema, ulijifungua mapacha wa kike. Mmoja ni huyu hapa na mwingine Happy ni naye mimi. Wema kwanza kusikia vile pozi lilimuisha, akamuuliza unaongea nini Hasani? Nimejifungua watoto wawili kivipi? Sasa ndiyo maana nataka ukae tuzungumze Wema. Naomba usipaniki tafadhali. Kweli mimi nina makosa, lakini naomba uyafahamu makosa yangu. Biwema akawa mpole kwa taarifa zile. Sasa wote waliamua kukaa na kumsikiliza Mr. Tariki. Mr. Tariki kwanza alianza kwa kujitambulisha kwamba yeye jina lake sio Hasani kama Wema alivyokuwa anajua, bali ni Tariki. Alimuelezea kila kitu, ukweli wote mwanzo mpaka mwisho ambao sisi tunaofahamu. Biwema alishtuka, alishangaa. Hakuamini kile ambacho alisikia. Mwanaume mbaya sana wewe. Kumbe haukunipenda. Ulineoa kwa sababu kusudi tu upate mtoto. Uliamua kuniumiza mimi kwa ajili ya kumpa furaha mke wako. Vipi kama ningejifungua mtoto mmoja? Ina maana ningebaki mkiwa na mpaka leo nisingekuwa nimempata mwanangu. Kwa mapacha kufanana kwao ndo sababu ya ukweli kujulikana ambao umekuja kusema hapa. Na kuchukia sana. Namtaka mwanangu.
Alizungumza huku akilia Bi Wema, na hata Neema pia aliumia. Maana naye ndo kaujua ukweli huo siku hiyo. Nisamehe sana Wema. Hakika nimekuumiza mke wangu. Nisamehe sana na kuomba tafadhali. Tena unaniita mkeo? Umeniumiza sana Tariki. Umenidanganya sababu ya kumpa furaha mkeo uliyempenda. Mimi mshamba wa kijijini ukanilagai kwa pesa zako. Namtaka mwanangu. Yaani kama ni huyo mkeo akiumia aumie tu, lakini daima hatofikia maumivu ambayo niliyapitia mimi. Kama nikifanya hivyo ndo nitapata msamaha wako, basi nipo tayari hata sasa hivi. Muda umefika sasa. Twende ukamwone mwanao mwingine. Kweli Bi Wema kusikia vile haraka akainuka. Nia yake aende sasa akamchukua huyo mwanae wa pili. Hakuna ambaye alibaki kati yao. Walitoka sasa wote na safari ya kuelekea nyumbani kwa Mr. Tariki ilianza. Njia nzima Bi Wema alikuwa akilia tu. Hakuamini kabisa yale ambayo aliambiwa. Aliona kama anaota hivi. Walifika mpaka nyumbani kwa Mr. Tariki, ndipo Mr. Tariki alimwambia Jamal, baki kwenye gari wewe pamoja na Neema kwanza, alafu nitakushtua mje. Akasema sawa. Kweli Neema na Jamal wakabaki kwanza ndani ya gari, huku Mr. Tariki na Bi Wema ndo waliingia mpaka ndani. Kufika alimkuta Bi Sabra akiwa na Mama Tariki pamoja na binti Happy wakiwa mezani wanapata chakula. Wema hakuamini macho yake kumuona Happy mwanae wa kumzaa, lakini leo hii ndo anamuona. Machozi ya furaha yalimtoka kuona mabinti zake warembo wamefanana sana. Bi Sabra aliinuka akamfuata mumewe na kumuuliza, baba Happy vipi? Huyo mgeni ni nani mume wangu? Mr. Tariki alimshika mkewe mkono, akamwambia jikaze. Mke wangu, hakuna mwanzo usio na mwisho. Ni muda sasa umefika. Bi Sabra alishtuka. Kweli akamtazama Bi Wema, muonekano wa umbile lake, urefu, alikuwa kama twiga, nywele zake zile, alifanana sana na Happy. Alihisi kinachokwenda kutokea ni kitu gani pale. Akasema usinifanyie hivyo Tariki mume wangu, tafadhali nakuomba. Usinifanyie hivyo nakuomba, hapana. Hapana. Zuia hili nakuomba, usiruhusu mume wangu. Alilia sana Sabra, wakati hata Bi Wema machozi yalikuwa yakimtoka tu. Kila mmoja alikuwa na maumivu yake. Mama Tariki pamoja na Happy waliinuka, lakini wao walibaki wameduaa. Bado hawakuelewa nini kinachoendelea. Wema alimsogelea Happy na kumshika mashavuni huku machozi yakimtoka. Happy alibaki akimtazama tu. Mama Tariki uzalendo ulimshinda, akamuuliza mwanae, jamani kuna nini hapa? Mbona sielewi kabisa, nipo njia panda? Tariki akamsogelea mama yake pia. Akamwambia, mama naomba unisamehe sana mama yangu. Kiukweli nimeishi katika uongo kwa muda mrefu sana. Lakini imefika mwisho, ukweli wote unatakiwa kujulikana. Mama huyu unayemuona hapa ni Wema. Mama mzazi wa mabinti zangu mapacha. Na hao mapacha wenyewe ni Neema na mwingine ni huyu Happy hapa, mjukuu wako uliyemzoea. Mama Tariki pamoja na Happy walishtuka. Tariki mwanangu, unazungumza kitu gani? Mbona unaongea maneno kama haya jamani? Akasema, mama anazungumza ukweli mtupu. Ni wakati ule ambao ulikuwa ukigombana sana na mkwe wako Sabra juu ya kupata mtoto. Ukweli ni kwamba alikuwa na matatizo. Asingeweza kabisa kubeba ujauzito, ndipo nikafanya kitu kuleta furaha kwetu wote. Tariki alimsimulia sasa mama yake kila kitu, jinsi ilivyokuwa mwanzo mpaka mwisho. Na pia alimsimulia mpaka kujua kuwa watoto wao walizaliwa mapacha. Tariki mwanangu, umewezaje kufanya hivi? Umewezaje kumtenganisha mama na mtoto kisa huyo mkeo? Yaani ulijali furaha yako tu, si ndio? Umemkosea sana huyo mama. Na ndio maana ukweli ukajulikana ni mapacha. Yaani Mungu alikupa aliwaleta mapacha kama kukumbua kwa ule umfanyia. Imeniuma sana 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 kiukweli kama mzazi. Happy alibaki kimya kwanza kwa muda. Alimsogelea Bi Sabra ambaye alikuwa chini analia tu. Akasema, haijalishi itakuwaje baba, lakini mimi huyu ndiye mama yangu ambaye amenilea. Huo ni uongo unaosema baba. Hatujazaliwa mapacha sisi. Sema huyu ni mke wako mdogo. Aliongea kwa uchungu Happy. Mama Tariki ambaye ni bibi yake akazungumza. Haya,
Umesema wapo mapacha, yuko wapi huyo mwingine? Tariki sasa ndipo akatoka nje, akaenda kumuita Jamal pamoja na Neema, wakaingia mpaka ndani. Hatimaye mapacha wawili waliofanana juu mpaka chini, Happy na Neema, leo walionana uso kwa uso. Sio Bi Sabra, sio Mama Tariki, sio Happy, sio Neema mwenyewe. Hakuna ambaye alijizuia kwa mshangao kushangaa ule mfanano. Mr. Tariki alimshika mkono Happy pamoja na Neema, akawapatanisha pamoja. Hatimaye fumbo limefika mwisho. Happy, huyu hapa ni pacha yako Neema. Na wewe Neema, huyu hapa ni pacha yako Happy. Na mimi ndiye baba yenu mzazi. Na huyu hapa Bi Wema ndiye mama yenu mzazi. Yule pale ni bibi yenu, ndiye mama yangu mzazi. Yaliyotokea yametokea. Naomba mnisamehe sana wanangu. Mwenye makosa ni mimi niliyewatenganisha ninyi. Lakini hatimaye leo mmekutana. Hakika ni jambo la kushukuru sana. Walitazamana wale mabinti warembo. Happy akamwambia Neema, mimi nimeitwa sana jina lako, nimetekwa kwa sababu yako Neema. Neema akasema hata mimi nimeitwa sana jina lako na pia nimefurahi kukuona. Walikumbatiana mabinti, kisha Happy akamfuata mama yake halisi ambaye ni Bi Wema, akamkumbatia. Akamwambia mama, heshima yako mama yangu. Wema akasema marahaba mwanangu. Bi Wema alimkumbatia Happy, akaanza kulia. Wakati huo Mr. Tariki naye alimkumbatia Neema. Mama Tariki pia alimfuata Neema, akamkumbatia mjukuu wake huyo ambaye leo ndiye amemuona rasmi. Bi Sabra wakati huo alitamani hata ardhi ipasuke aingie huko. Moyo wake ulimuuma kupita kiasi. Bi Wema alimfuata, akamwambia usilie. Usilie kabisa. Katika maisha yetu furaha na huzuni hutokea. Umejaliwa mume aliyekupenda mpaka akafikia hatua ya kunidanganya mimi na kuniumiza sana moyo wangu. Wakati huo wewe ulikuwa na furaha. Ukweli unaishi miaka yote, lakini uongo huo una mwisho. Umefika muda wa ukweli huo. Binafsi mimi sina kinyongo na wewe kwa sababu ya kumlea mwanangu. Asante sana. Haimaanishi kuwa hatakuwa mwanao, hapana. Bado atakuwa mwanao. Maamuzi ni ya kwake, sasa akae wapi. Kikubwa tu ameshaujua ukweli ni upi. Mama Tariki naye alimfuata Bi Wema, akamshika mkono, akamwambia pole sana kwa maumivu uliyowapitia mwanangu. Na hongera kwa kuniletea wajukuu warembo. Nimefurahi kwamba nina wajukuu wawili sasa. Kwa niaba ya Tariki tunaomba msamaha kwako kwa yote yaliyotokea, tusamehe sana mwanangu. Naomba usichukue uamuzi wowote. Tafadhali Bi Wema. Naamini wewe ni mwema kama jina lako. Wema akasema mama, sina moyo wa kisasi mama. Kikubwa leo nimemuona mwanangu inatosha. Ila tu namtaka mwanangu nikakae naye kwanza ninapoishi, kisha atarudi. Mr. Tariki kusikia hivyo akaingilia, akamwambia hapana Wema. Neema ndiye anayetakiwa kuja kukaa hapa kwao kwa baba yake na kuomba tafadhali. Bi Wema akasema yote yatawezekana, lakini kwanza nawataka kwa sasa wanangu niende nao kijijini kidogo walau siku 2, kisha watakaporudi sitowaamulia cha kufanya. Alizungumza hivyo Wema akaondoka na Neema akamfuata nyuma. Hali kadhalika Happy pia alimfuata mama yake. Bi Sabra alibaki akilia sana. Aliamua kwenda chumbani kwake akajifungia huko walau kutafuta unafuu wa nafsi yake. Siku iliyofuata Wema alikwenda na watoto wake wote wawili kijijini. Alikusudia kuwapeleka watoto wake kwao kabisa kama kushukuru na kuwahani mama na bibi yake. Kwa kuwa binti Happy alitakiwa kuendelea na masomo chuo, alikadhalika Neema kwa majukumu yake ya kazi, ikabidi baada ya siku 2 warudi mjini. Walifika kwanza kule nyumbani kwa Neema anapoishi. Wema akawataka wote wajiandae na kwenda sasa nyumbani kwa baba yao. Walijiandaa na kweli walienda nyumbani kwa baba yao. Walimkuta Bi Sabra ambaye alikuwa mnyonge sana. Masimango kutoka kwa mkwewe yalirudi kabisa upya. Kwa hiyo alipoteza kabisa nuru. Mabinti walipofika pale walimfariji kwa kiasi kikubwa na kumfanya ajione kwamba bado ni mama pia. Mabinti wale walikwenda kuzungumza na bibi yao, lakini alionekana kuwa na hasira sana. Akawaambia wajukuu zangu, Bi Sabra kanikwaza sana. Kajimilikisha mtoto ambaye sio wake, sijapenda. Mpambane. Anatakiwa kutoka hapa aingie mama yenu. Ndiye anayestahili kukaa hapa. Huyu hana thamani.
Mtoeni. Semeni kwamba mnamtaka mama yenu akae hapa. Baba yenu anawaandalia sherehe ya pati. Nataka na mama yenu awe ameshaingia hapa." Kwanza wale mabinti walishangaa sana kwa sababu hakuna kati yao ambaye aliwaza hayo. "Hapana bibi, tuna maisha mazuri tu. Mama yangu nimemwekea mazingira mazuri, ataishi huko kwake na sio hapa." Alijibu Neema, lakini Happy akamkatisha Neema. "Hapana pacha. Anachokisema bibi ni ukweli. Tunatakiwa kuunganisha wazazi wetu na kuwa pamoja." Ile historia iliniumiza sana. Kumbe mama yetu alitelekezwa maskini huko akapoteza wapendo wake, akabaki mkiwa. Hakuishi na mwenzake kwa furaha. Ni muda wake sasa mama kuenjoy. Alijibu Happy. Hata Neema akashangaa kuona Happy kaunga mkono lile jambo. Wakiwa sasa hapo kwenye mazungumzo, Happy alitumia ujumbe na mtu fulani. Alisoma ujumbe na akaanza kujibu kimya kimya. Baada ya kama nusu saa sasa ndipo Happy akaaga kwamba anatoka. Neema pia alikuwa akienda kazini kwake, kwa hiyo aliagana na watu wakaondoka pale. Happy siku alienda eneo fulani hivi katika restaurant ambayo ilikuwa karibu na chuo anachosoma. Kumbe bwana Happy alienda kuonana na Jamal, ndiye ambaye alimtumia ujumbe. Akamwambia, "Wow, uko poa mpenzi?" Akasema, "Ya, nilikuacha kwanza, najua uko busy unamfaidi mama, sio jambo dogo." Akamwambia, "Acha tu jamani Jamal, nilikuwa na deka. Siku mbili hizi narudi chuo, kwa ndo maana tumewahi kurudi." Akamwambia, "Sawa. Lakini Happy, nimekuita hapa kuna kitu tuzungumze. Kama unakumbuka zamani nilikuwa nakuita Neema. Na sasa umepata ufumbuzi." Neema nilimfahamu tangia kijijini. Kiukweli nilimpenda sana, si kwa uzuri tu, bali hata kwa ujasiri. Nilishawishika sana kumpenda. Na Happy, kiukweli naomba tusitishe mahusiano yetu. Sikuwahi kufanya chochote na wewe. Kwa hiyo nakuacha ukiwa mzima kabisa." Happy kusikia vile alishtuka, hata mimi msikilizaji nimeshtuka sana. Akasema, "Nilihisi kitu kama hichi kitatokea. Lakini niliwaza kwamba hauwezi pia kufanya hivyo. Nina tofauti gani na Neema? Kwa nini unataka kunifanya nijione dhaifu? Jamal, nakupenda sana. Naomba usiniumize tafadhali. Usiende kwa ndugu yangu kipenzi na kuomba." Tatizo moyo Happy. Ni kweli mmefanana sana. Lakini ndani ya Neema kuna kitu ambacho nilikipenda sana. Hata kama akinikataa sirudi kwako, nitawaacha tu. Ila ukweli nilimpenda sana Neema. Naomba jaribu kunielewa Happy." "Naanzaje kukuelewa Jamali, mpenzi wangu? Mpenzi wangu wa kwanza aliniacha na kunitapeli juu. Ukaja wewe kunifuta machozi, tena unataka kuniumiza zaidi. Tafadhali Jamali, baki na mimi tafadhali nakuomba." Happy, ni kama utakuwa unanilazimisha. Kama ningekuwa nimefanya chochote kile na wewe basi ingenilazimu nibaki kwako. Lakini hapana, siwezi kujitesa kihisia. Nisamehe sana Happy." Alijibu Jamal, akainuka na kuondoka. Happy alibaki akilia sana. Katikati ya furaha ya kumtambua pacha mwenzake, kunaingia jeraha kubwa sana moyoni mwake. Alibaki akilia tu, hakujua afanye nini. Ilifika jioni, Neema alirudi nyumbani kule kwa baba yake. Alimkuta baba yake akiwa nje, alipomwona alitabasamu. Mpaka naanza kuchanganya sasa. Sijui hata we ni Happy au ni Neema. Baba jamani, mimi ni Neema. Nilijua Happy labda umekaa naye muda mrefu utamtambua, lakini hapana, mmefanana sana bwana. Itabidi sasa nitafute utofauti wenu. Sawa, tutakaa na nyie wazazi wetu na mjue namna ya kututofautisha. Nafurahi sana binti yangu, kwa sasa nina furaha mno. Sasa wakati huo Mr. Tariq akizungumza na Neema, upande wa ndani alikuwepo mwanamama Bi Sabra akimtazama mume anavyofurahi na binti yake. Alijikuta anaumia sana. Alitamani yeye ndo angekuwa mama wa wale watoto. Mara alifika mama Tariq eneo ambalo alikuwepo Bi Sabra, akamwona akimtazama mume na Neema ambao walikuwa nje. "Pole yako. Ulimroga mwanangu mpaka akafanya dhambi kwa sababu yako. Sasa haukujua kwamba vya kuloga huwa havidumu? Na hilo bado, namtaka mama wa wajukuu zangu waingie hapa kwenye hii nyumba. Hiyo pati inayoandaliwa hiyo itajulikana mbivu na mbichi." Bi Sabra alibaki kimya huko machozi yakimtoka, yani aliumia kupita kiasi.
Mama, nisamehe mama yangu nilipokosea, lakini hata mimi sijapenda iwe hivyo. Mama, nilitamani na mimi nipate mtoto. Naomba usinitenganishe na mume wangu. Nampenda sana. Hebu niangalie umri huu nitaolewa na nani mimi? Kama Tariki ataniacha mama, nisamehe mama yangu. Wapo watoto mayatima hawana wazazi, ungeenda kuchukua wako ukamlea. Sio mtoto wa mwenzio kumuiba upo. Mwenzako kadanganywa ndoa, maskini kaishi mkiwa kama hajazaa kwa sababu ya wewe tasa. Aliongea maneno makali sana mamake Tariki ambayo yalimuumiza sana Bi Sabra. Baada ya muda mfupi Neema alimaliza kuzungumza na baba yake kule nje. Aliingia ndani. Akasaidiana na msichana wa kazi kuandaa chakula cha usiku. Lakini alikuwa hajamuona mamake ambaye ni Bi Sabra. Akamuuliza msichana wa kazi, akaambiwa kwamba yupo chumbani. Neema ikabidi amfuate, akafika mpaka mlangoni. Akagonga, "Mama, mama." Aliita Neema, alitoka Bi Sabra. "Shikamoo mama." "Maraba, hepi za huko?" "Hapana mama, mimi ni Neema, sio hepi." Mmefanana sana na nyie jamani, kama chupa za soda. Nikajua hepi. "Haya, haza huko mwanangu." "Salama, sijakuona ndo maana nikaulizia kwa dada wa kazi, akaniambia uko chumbani, nikaona nije kukusalimia mama." "Asante mwanangu, kichwa tu kinaniuma nikaona nijipumzishe." "Haya sawa, tunaandaa chakula basi." "Muachie tu dada ataandaa, wewe pumzika." "Usijali mama, napenda sana kupika. Hata hivyo nahitaji kuwa mpishi mzuri ili siku mkiniozesha nisiwatie aibu." Alijibu Neema ambaye alikuwa ni mcheshi na mwenye kupenda utani pia. Sasa wakati wanazungumza hapo, alifika Epi akapitiliza mpaka chumbani. Neema na Bi Sabra walishangaa. Yaani hakusimama hata kusalimia. "Mama, acha nikaongee naye, labda kuna mtu kamkwaza huko alipotoka." "Sawa Neema, kaongee naye." Kweli Neema ikabidi amfuate Epi chumbani, akamwacha Bi Sabra amesimama mlangoni. Bi Sabra alitafsiri naye kwa namna yake kitendo cha Epi kupita bila kumsalimia. Akasema sio kawaida yake Epi kabisa. Ni wazi ana hasira na mimi, hanitaki jamani. Napitia magumu sana. Yaani Neema asiyenizoea ndo amekuwa mfariji wangu mkubwa kuliko Epi. Machozi yalimtoka Sabra. Alikuwa ni mtu wa kulia tu mara kwa mara. Neema alimkuta Epi kajitupia kitandani akilia sana. "Pacha, nini shida ndugu yangu? Umetushtua sana, umepita wima hata kusalimia." Epi hakujibu kitu, alibaki kimya huku machozi yakizidi kumtoka. Neema kuona hivyo akaamua kumsogelea na kumkumbatia tu, akimpiga kwa mkono wake mgongoni kama kumtuliza hasira alizokuwa nazo. Muda wa chakula uliwadia, ambapo wanafamilia wote walijumuika pamoja isipokuwa Epi tu ambaye hakuwa sawa kabisa. Waliamua kumwacha kwanza, huku Neema akiahidi kwamba atampelekea chakula na kuzungumza naye. "Afadhali kwa sasa mpo wawili, tena wasichana, mnaweza kuzungumza wenyewe. Na usisahau kumwambia kwamba kesho mnatakiwa kwenda kwa designer kwa ajili ya kuandaliwa mavazi ya kuvaa. Unajua weekend kuna party Okay sawa baba. Nadhani tutapanga muda. Na mimi nikitoka kazini basi tutaenda huko." Wanaendelea kula chakula pamoja. Baada ya kumaliza sasa, Neema kama ambavyo aliahidi, alibeba chakula kwa ajili ya kumpelekea Epi chumbani. Alifika bibi yake ambaye ni Mama Tariki huko jikoni alipokuwa Neema. Akamwambia Neema, mjukuu wangu, kuna kitu naomba unisaidie tafadhali. Neema akasema, "Niambie bibi, jambo gani?" Bibi akasema, "Kesho naomba unipeleke kwa mama yenu, nahitaji nizungumze naye." Neema akamwambia, sawa basi, nikitoka kazini saa 10 nikukuta umeshajiandaa nitakupeleka." Akasema, "Hapana, nipeleke asubuhi alafu hiyo jioni tutarudi wote." Akamwambia, "Sawa, mimi huwa natoka asubuhi sana saa 3. Bibi akasema, "Nitakuwa nimeshaamka na kujiandaa, kwa hiyo tutaenda wote." Neema akaona sawa, haina shida. Alikubali ombi la bibi yake. Sasa upande wa Epi aliletewa chakula na ndugu yake, lakini alishindwa kabisa kula wala hakusema sababu ya yeye kuwa vile. Epi alinyamaza kimya. Neema alimbembeleza mpaka mwisho akachoka. Punde simu ya Neema iliita. Kutazama alikuwa ni Miraji, mpenzi wake ambaye yupo nje ya nchi kimasomo. Neema alipokea ile simu akaanza kuzungumza mbele ya Epi. Sasa Epi kitendo cha kusikiliza yale mazungumzo ya Neema akahisi huyu atakuwa ni mpenzi wake, na ilionekana kwamba yuko mbali na hapo. Epi alijikuta anaanza kufurahi, maana alijua kama Neema ana mpenzi wake basi hatomkubali Jamali.
Kwa hiyo yeye ataweza kumshawishi Jamal na kurudi kwake. Happy alianza kula taratibu mwenyewe, ghafla tu alipata afueni ya moyo, na hata Neema alipomaliza kuzungumza na simu, alishangaa kumuona yeye pia anakula. Akaambia, pacha, yani afadhali umekula jamani upate nguvu. Happy akasema, yani acha tu. Jino. Kuna sehemu nilikuwa linauma lakini sasa hivi afadhali. Muone Happy. Yani ukanipa tumbo joto nikajua kitu kikubwa. Pacha nisamee bwana. Jino linazuia hata kuongea. Lakini nakusikia unaongea kimaaba. Shemu nini huyo? Jamani mapema sana kuzungumzia hili pacha bwana. Ila ndio hivyo. Sijapata muda wa kumsimulia kila kitu. Ila nitamwambia tu. Si unajua tupo bado katika hali ya kuchunguzana zaidi. Ila nampenda sana. Mashallah. Haya bwana, hongera. Waliendelea na mazungumzo mengine, hata pia akaona haina haja tena kumwambia Neema kile kilichotokea. Maana alijua kwamba Jamal ameshamkosa Neema mpaka pale. Kwa hiyo atarudi tu kwake. Siku iliyofuata asubuhi, Neema alikuja kufuatwa na gari pamoja na dereva wake kwa ajili ya kwenda kazini. Alitoka pamoja na Mama Tariki ambaye alikuwa ameshajiandaa. Sasa wakati wanatoka, Bi Sabra aliwaona. Akajiuliza wanaenda wapi bibi na mjukuu asubuhi hiyo. Bi Sabra akamfuata msichana wa kazi wa kuitwa Malia. Akamwambia, wewe Malia, unajua wanapokwenda huyo bibi na mjukuu wake? Akasema, hapana mama, lakini jana usiku nilimsikia akimwambia Neema kwamba ampeleke kwa mama yake, bila shaka wanakwenda huko. Bi Sabra kusikia vile moyo ulimwenda mbio. Yaani amani ilitoweka moyoni mwake kabisa. Alihisi itakuwa sasa huyo bibi anakwenda kupanga namna ya kumtoa yeye pale ndani. Akawa anajiuliza, kwa nini napitia haya mimi? Kwa nini mimi Sabra naumia kiasi hiki? Alijiuliza na machozi yalikuwa yakianza kumtoka. Kabla hajawa sawa, alitoka Happy akiwa anaelekea chuo. Alimkuta Bi Sabra akamsalimia, akapita zake. Sabra akamwambia, Happy, jana haukuwa sawa mwanangu, shida ilikuwa nini? Akasema, hayakuhusu, kwa sasa nipo sawa. Na hata kama ingekuwa ni shida, mama yangu yupo, ningemweleza mwenye uchungu na mimi na angenisaidia na sio wewe. Mwizi wa watoto wa watu. Alijibu kwa hasira Happy. Alitaka kuondoka lakini Sabra akamshika mkono. Akamwambia, Happy, unajisikia unachokizungumza kweli mwanangu? Nimekulia Happy kwa upendo mkubwa, usinifanyie hivyo. Hata kama sijakuzaa nimewahi kukunyanyasa. Huna upendo wa kumzidi mama yangu, usijidanganye. Alafu unanichelewesha chuo, naomba uniachie. Basi aliutoa mkono wake pale akaondoka. Bi Sabra nguvu zilimwisha mpaka alikaa chini kwanza. Maria ilibidi amfuate akambembeleza, akamwambia, mama nyamaza usilie. Yaani Happy sijui amekuaje siku hizi. Hafanani hata na Neema kitabia. Basi uzuri baba anakupenda sana. Haya yatapita. Na kelele za ule bibi mzoe tu, na huyu Happy pia inabidi umzoee. Asante Maria. Lakini naumia mwanangu, acha tu. Mimi sikupenda iwe hivi. Maria alimfuta machozi, walao akainuka na kuendelea na shughuli. Mama Tariki alifika mpaka nyumbani anapoishi Wema, akaonana naye. Alipokelewa vizuri tu. Baada ya muda Neema akaondoka na kuacha pale waendelee kuzungumza. Karibu sana mama, nimefurahi kuja kunitembelea. Asante sana. Wewe ni mzazi wa wajukuu zangu mwanangu. Lazima nije. Sikukufahamu tu mapema. Siku ile hatukupata kuzungumza kwa sababu ya sisi wote kupata tahamaki ya kile kilichotokea. Nikaona sasa leo nije kuzungumza na wewe Wema. Akasema, asante mama, karibu. Nirudie kukupa pole kwa kilichotokea. Tariki amekukosea sana. Lakini lawama zote nampa mke wake. Ndiye aliyesababisha yote yale. Sasa mwanangu, nimekuja hapa kwa ombi moja tu. Naomba uolewe na mwanangu na muishi pamoja tafadhali. Mama, itawezekanaje? Tariki hakunipenda mama. Ana mke wake kipenzi na sio mimi. Hapana, nisikilize mimi Wema. Mnatakiwa kukamilisha familia yenu. Yule anaondoka kwa yaliyotokea, aende tu na wewe ndo uingie pale. Mama, naona mimi kwangu itakuwa ngumu. Nilipitia magumu sawa, sikatai. Lakini kwa sasa nashukuru naishi vizuri sana. Acha tu mama. Nimeshasahau yale maisha na maisha acha yaendelee. Hapana mwanangu, nataka urudi, nielewe mwanangu tafadhali.
Mama, hebu acha kwanza nikuandalie chai na kuja. Wema aliona kama yule bibi anamlazimisha kitu ambacho hakiwezekani. Akaona kwanza atoke kwa muda. Neema kwa upande wake alifika kazini. Alipofika mapokezi alimkuta Jamali amekaa pale. Jamali kumuona Neema akasimama. Habari yako Nei? Salama, karibu. Unataka nini hapa Jamali? Ombi tu. Huu ni mzigo wako. Najua kwa sasa una kazi lakini ukitulia naomba upitie usome na usiniangushe Neema. Uwe kama Neema ukule Masasi, sawa? Asubuhi njema, mimi nawahi chuo. Neema alipokea ule mzigo ambao kulikuwa na bahasha. Jamali anataka nini tena kwangu? Na hisi yupo kwenye mahusiano na Hepi, japokuwa alimfananisha lakini alijisemea Neema, lakini akaona ngoja aingie kwanza ndani. Upande wa nyumbani sasa kwa Mr. Tariq, siku hiyo alifika mgeni. Alikuwa ni mwanamama aliyefahamika kwa jina la Hamda. Alikuwa ni mdogo wake na Bi Sabra, kwa hiyo alienda kumtembelea dada yake. Alipokelewa mpaka ndani, alikutana na dada yake huyo, akaanza kupiga story. Haya jamani, dada umenishtua kunipigia simu kuniita kwema dada yangu. Acha tu Hamda mamangu, nina matatizo dada yako, acha tu. Haya, hayo mazito yatue sasa, cha mno nini? Ndipo Bi Sabra akamsimulia mdogo wake kila kitu mwanzo mpaka mwisho. Makubwa dada, pole. Haya, shemeji akikuacha utaenda wapi dada yangu na umri huo? Usikubali dada, ukimpa nafasi huyo mama Hepi huyo na mumeo ndio utamkosa kabisa. Usikubali dada, pambana kwa namna yoyote ile. Sio rahisi Hamda mdogo wangu, mpaka sasa akili yangu imelala, sijui hata nifanyeje. Hapa tunavyoongea mama mkwe akaenda kuonana na huyo mama Hepi. Na sijui kitakachoendelea huko ni nini. Naumia sana mdogo wangu. Basi dada usilie. Tuliza na ujikaze, sio kulialia. Hapa ni kukaza moyo yako ya kuendee. Nikwambie kitu. Muue mama Tariq. Na huo mdomo wake mchafu kwenye hiyo pati anayoiongelea. Tumpe vya kumpa. Halafu sasa jumba bovu tumwangushie huyo mama Hepi huyo. Na akija tu kazi anayo. Tukifanikiwa huyo mama mkwe tukamuua. Halafu mama Hepi ataenda jela. Kazi inakuwa imeisha. Unabaki wewe, mumeo na hao mabinti. Hamda, maneno makali hayo. Naanzaje? Ni kweli nampenda mume wangu lakini naanzaje? Mambo mazito sana hayo. Sawa. Utayaona mepesi akikufika hapa shingoni. Yaani picha inavyokwenda. Huyo mwanamke analetwa hapa na ndipo utakapobaki umeduaa. Shauri yako dada. Bi Sabra alibaki kimya. Ni kweli anachukizwa na yanayoendelea. Lakini ushauri huo wa mdogo wake aliona kabisa umefika mbali. Hamda, na kuelewa mdogo wangu lakini hapana, siwezi kufanya kitu kama hicho. Naanzaje kwanza? Hapana. Acha tu nione itakavyokuwa. Haya dada, shauri yako, lakini dunia ya sasa inataka kuhangaika. Kuhangaika Hamda, nitahangaika sana. Yaani sitakubali eti kuachana na mume wangu kirahisi hivi. Nitapambana. Na huo ndo msimamo dada, sio kulialia. Udhaifu wa kukosa mtoto usikufanye uwe mnyonge. Waliendelea na mazungumzo pale ambapo Hamda bado alikuwa akiendelea kumsihi dada yake huyo kwamba afanye maamuzi magumu ili tu kuilinda furaha yake pamoja na ndoa yake. Lakini upande wa mamake Tariq akiwa na Bi Wema bado aliendelea kumbembeleza akimtaka akubali kurudi kwa mama Tariq. Bi Wema alionekana kukataa kabisa kwa sababu alikubali kwamba Mr. Tariq hakumpenda na ndio sababu aliamua kumdanganya na kumtoroka kijijini. Sawa mama. Naweza nikasema kweli nakubali kurudi, lakini ana mke tayari na anaonyesha ni jinsi gani anampenda mke wake, nitaumia sana. Acha niendelee hivi mpaka mwisho, maana nimeshayazoea haya maisha. Mwanangu Neema kapambana, kanitoa unyonge wa maisha duni ambao nimeyapitia na kwa sasa nipo sawa, nimekubaliana na yote. Hapana mwanangu Wema. Hebu naomba heshimu wala ujio wangu hapa. Sikujua hili mapema, nisingekubali eti Tariq akuache wewe kwa sababu ya yule tasa. Kaa na ufikirie vizuri, kamilisha familia yako. Bi Wema alinyamaza kimya kwa muda. Ndipo akamjibu huyo mwanamama. Mama, nahitaji kupata muda kuzungumza na mabinti zangu. Ni watu wazima sasa, wanaelewa kila kitu.
Ni rahisi kwao hata kunishauri cha kufanya. Acha nizungumze nao kwanza mama. Sawa, wewe ongea na mabinti zako na mimi nazungumza na Tariki. Inatakiwa akuombe msamaha kwa kukurejea uishi na watoto wako. Mama Tariki aliendelea kumshawishi Biwema imradi tu akubali. Basi siku ya majira saa 10 Neema alitoka zake kazini akampigia simu pacha wake Happy. Walizungumza mambo mengi sana. Akamwambia, "Halo pacha, habari?" Akasema, "Salama naye uko poa?" Akasema, "Ndio. Nimepata dharura kidogo naenda sehemu. Kwa hiyo nilikuwa nakwambia kwamba ukianza kurudi nyumbani, mpitie bibi yuko pale kwa mama." Akasema, "Sawa. Lakini hata mimi nilitaka kwenda kwa mama leo. Nilitaka nilale huko huko. Kwa hiyo kama bibi yupo huko atalala pia huko, haina shida." Neema akasema, "Basi kama ni hivyo sawa, na mimi nikitoka huko napokwenda nitakuja huko nyumbani kwa mama." Walikubaliana. Lakini walipokata simu Happy akajiuliza Neema anaenda wapi? Au ndo anaenda kuonana na Jamali? Alijiuliza, lakini kabla hajajijibu mwenyewe alimuona Jamali akiwa anatoka gorofa palipokuwa na darasa lao. Happy akajisogeza mpaka eneo la parking palipokuwa na gari la Jamali kama kumsubiri. Kweli punde alifika Jamali akamkuta Happy karibu na gari lake. Akamwambia, "Happy, upo mzima wewe?" Akasema, "Ndio, nakusubiri turudi wote. Ulinizoesha kuwa tunatoka wote hapa chuo, unanipeleka nyumbani. Nitaanzaje kukodi usafiri kuanza kurudi mwenyewe? Tafadhali Jamali nirejeshe nyumbani." Akamwambia Happy, "Nina mali naenda. Naomba ukodi usafiri kama hutojali. Au naweza hata kukukodia mimi." Happy akasema, "Jamali, unaniumiza. Tambua unaniumiza na ninaumia sana. Nisemeje? Tafadhali nakupenda." Happy, hauna ambacho ulinikosea. Tena mimi ndiye ninayefaa kukuomba msamaha wewe kwa kukupotezea muda wako. Tafadhali mimi nawahi, tafadhali." Jamali alitoa kiasi cha pesa na kumpatia Happy. "Chukua hizi, naomba ukodi usafiri wowote na urudi nyumbani." Akamwambia Jamali, "Shida yangu mimi sio pesa. Najua kwamba nina uwezo wa kukodi usafiri wowote ninaotaka. Shida yangu ni wewe Jamali, watu wananitazamaje? Ama watanichukuliaje? Wamezoea kutuona tunatoka pamoja. Kwa nini unanifanyia haya?" Jamali hakujibu kitu, aliamua kuondoka. Happy machozi yalimtoka. Kweli ilikuwa ni kawaida yao kama wapendanao kutoka pamoja, lakini siku hiyo imekuwa tofauti. Akiwa pale alifika rafiki yake wa kuitwa Lydia. "Happy, nini shida? Na kuona tangu nipo kule juu unalia tu. Naelewa safari ya mahusiano huwa ina changamoto nyingi kama hizi. Si ajabu amepata msichana mwingine. Hapa chuo unajua kuna first year wamekuja. Chunguza kwanza, sawa?" "Sio hivyo Lydia, kiukweli tumejulikana tupo mapacha. Kule kutufananisha kwenu hamkukosea. Tuko mapacha. Mimi ni Happy na pacha yangu ni Neema. Kinachotokea ni kwamba anamtaka Neema na sio mimi." Kumbe. Hivi kumbe Jamali ni mjinga kiasi hiki, mshenzi kabisa. Anawezaje kufanya hivyo? Usikubali Happy. Usikubali awachanganye kama machungwa. Nisaidie Lydia, kiukweli sipo tayari kugombana na pacha yangu kabisa, sipo tayari." "Wewe kwanza sikiliza. Unataka ujue kama kule wapo kwenye mahusiano au vipi? Na ujue huyo pacha mwenzako wanapendana kiasi gani?" "Ndio. Ni kwamba anataka kumapproach upya, akidai kwamba walikutana kabla yangu. Acha nione itakavyokuwa, ila nampenda sana Jamali. Lydia, wewe mwenyewe ni shahidi alichonifanyia Omari, alinilagai kimapenzi na kuniibia pia. Maskini nikampata huyu Jamali sasa. Basi jikaze Happy jamani. Jikaze bwana. Ngoja uone wataingia kwenye mahusiano au vipi. Subiri uone msimamo wa huyo ndugu yako upoje." "Sawa Lydia, asante." Happy taratibu akaanza zake kurudi nyumbani huku akiwa na mawazo kweli kweli. Basi baada ya saa 1 kweli Neema alifika katika hoteli fulani hivi, alimkuta Jamali. "Neema, asante kwa kuja." "Niambie unasemaje Jamali? Nimeusoma ujumbe wako, unanisii sana nije hapa, nimekuja kusikiliza wito." "Neema, tumepotezana kwa muda mrefu sana. Naomba utambue ni jinsi gani nakupenda. Nakupenda wewe Neema." "Hivi Jamali, unadhani sifahamu kwamba upo kwenye mahusiano na Happy?" "Ndiyo ilitokea, lakini nikidhania kwamba ni wewe. Sijawahi kufanya kitu chochote na yeye. Ndio maana nikawa mwepesi kusikiliza moyo wangu.
Nimemueleza kila kitu kabla sijakuita wewe hapa. Nakupenda Neema. Nilikupenda tangu tupo kijijini, ndio maana nikawa na wewe bega kwa bega. Na tumekuwa watu wazima sasa. Na ninashukuru tumekutana tena. Nakupenda Neema. Wewe ndio una sifa za mwanamke ninayemtaka mimi katika maisha yangu. Naomba unipokee na unihifadhi moyoni mwako Neema. Sawa, najua labda unaweza kuwa umeshaendelea na maisha yako, labda umepata mwingine, lakini bado haujaolewa. Unayo nafasi ya kuangalia nani anakupenda zaidi. Neema alimtazama Jamali kwa muda alafu akamjibu. Sio rahisi kama unavyodhania. Kwa sasa unatakiwa kunipa muda na mimi nifanye maamuzi sahihi. Akasema natambua hili Neema, lakini naomba hayo maamuzi yako yawe mema kwa upande wangu na kuomba sana. Sawa Jamali, unaweza kuniruhusu niende? Sawa, lakini nilitamani tupate wasaa zaidi hata kupata chakula cha jioni na wewe. Sio kwa leo Jamali. Na kuomba uwe na jioni njema. Neema aliamua kuondoka. Lakini Jamali alibaki akimtazama jinsi binti anavyoondoka. Alikuwa ni mwanamke ambaye aliukonga sana moyo wake. Neema alifika paka kwenye gari, alipanda na kuondoka. Alikuwa akiwaza mambo mengi sana kichwani mwake. Itakuwa ile jana Happy alikuwa hayupo sawa. Nadhani ndo Jamali alimueleza kuwa waachane. Kwa nini sasa hajaniambia kitu? Yaani Happy kaamua kunyamaza. Sawa, na mimi nanyamaza. Lakini ndani ya moyo wangu sina mapenzi kabisa na Jamali. Nampenda Miraji. Sema itabidi nimkubali Jamali kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa aliyoyafanya baba yake. Alijisemea Neema, kwa maana yeye bado ana kisasi na baba yake Jamali kwa unyama alomfanyia. Msikilizaji, mambo yanazidi kupamba moto. Neema anataka amkubali mpenzi wa mdogo wake Jamal kwa lengo la kulipiza kisasi. Lakini Happy pia ameamua kunyamaza aone dada yake atatoa maamuzi gani. Mambo yanazidi kunoga msikilizaji. Wakati huo pia mama Tariki ambaye ni bibi yao na kina Neema anamshawishi Wema arudi pale. Lakini pia Sabra amemuita mdogo wake Hamda na wanapanga njama za kumtengenezea mazingira mabaya Wema ili aweze kuingia kwenye shida. Msikilizaji, mkasa unazidi kunoga na nipende kusema kwamba nitamatishe kwa leo. Tukutane sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina la Sababu ni Mapacha. Asante kwa kuwa nami na nikutakia usikivu mwema na kwaheri.